Kwa moja mpaka kitandani, mipinduko tu. Mdada kanuna kishenzi. Mwamba na kitupa cha kwanza akalala pembeni na sweti kinoma. Akasema kimekuja chapu tofauti na nilivyopanga ise. Mdada anasema siku hizi ni kawaida yako kukitupa mapema. Umekuwa mvivu sana, uwezi hata kurudia. Mchizi akakurupuka, basi tufanye tena. Raundi hii bila kinga na kuahidi utaenjoy. Hayo ndo maneno yako. Utafika wewe alafu utaniachia njiani. Mdada akanyanyuka akaanza kujiandaa ende nyumbani. Huyu dada anaitwa Tare, au mpenzi wake anaitwa Kelechi. Basi mchizi akamshikisha mabunda kadhalika, Tare akajichenga. Mchizi akabaki anafurahi, leo kapiga bana. Tare akiwa kwenye gari anaelekea nyumbani, mara konda akamgusa begani. We dada nauli. Akazama mfukoni akatoa hela. Kisha akamtumia meseji shoga yake anaitwa Edesiri. Akawa anamuomba amsaidie buku 5 tu. Edesiri akamwambia nishakwambia uachane na hiyo kazi yako. Mimi nitakutafutia kazi nyingine upate hela. Tare yeye anataka buku 5 tu kwa sasa kwanza. Basi Edesiri akasema atamtumia baadaye ile okoto. Huku upande wa pili kuna mchizi anatoa story anasema Mama Nkechi aliwaomba sana. Mama anasema aisee, kwa hiyo akamchoma moto. Walimchoma. Sisi ndo tukajikusanya pale tukapewa vitu vyetu alivyotuibia. Mama anasema kwa nini alikuwa anafanya mambo ya ajabu sana yule kijana. Hapo anaingia Tare anamsalimia mama yake kisha anaingia ndani. Stori za huyo mwizi aliochoma moto zikawa zinaendelea pale. Mama anasema kama hakutubu dhambi zake lazima aende kuzimu huyo. Tare akajitokeza akasema mama tafadhali nyamaza. Kama sio njaa basi huyo dogo asingeiba. Mama Nkeche na watoto 6, alafu mume wake hana kazi na ni mlevi. Mama anauza miogo ndiyo wale. Kwa hiyo huyo dogo alikuwa anajitahidi walau familia yake iishi. Ndo maana akawa anaiba. Kwa hiyo nyie ni bora mnyamaze tu. Kisha akaingia zake ndani. Wakabaki wanamuita tu pale. Mama akamfuata Tare ndani. Akaanza kumuuliza, "Hivi kwa nini unapenda kunidharau? Hasa nikiwa naongea masuala ya Mungu. Biblia inasema muheshimu baba yako na mama yako." Mama, ukweli ni ukweli, sio kwamba nakudharau. Ni bora mtu usizae kama una uwezo wa kuhudumia watoto. Njaa ipo jamani. Mama akasema, huyo dogo aliiba na wizi ni dhambi. Tarela, usimwache shetani akutumie. Wakiwa pale anaingia mdogo wake Tarela, anaitwa Kome, katoka kucheza. Tare akamuuliza, "Kwa nini hujaenda shule?" Kabla hata hajajibu, mama akasema, "Nenda kaoge, una sweti." Kome akageuka akajichenga. Tare akauliza, "Umetoa sadaka kanisani hela yake ada tena?" Mama akasema, "Muda mwingine sikuelewi. Angalia yule mama mjane kwenye Biblia, alijitolea mkate wake wa mwisho kwa Mungu na Mungu akamjibu maombi yake. Kwa hiyo na mimi nimefanya kama yeye tu. Lakini mama wewe sio mjane. Hatuna pesa, hatuna chakula humu ndani na mitihani yake inaanza wiki ijayo. Mbona unacheza na future yake? Unataka ishie kama mimi?" Mama akasema, "Mungu atajibu tu." Kome akarudi mule ndani. Mama akamwambia, "Usijali mwanangu, ada yako italipwa tu." Tare akanyanyuka akabeba mkoba wake akawa anaelekea mzigoni. Huwa anapiga kazi kwenye hii night club hapa. Anapiga kama waiter. Changamoto zake ndo kama hizi. Walevi wanamshikashika ovyo. Alafu mshahara ni mdogo na anacheleweshwa kupewa na bosi wake. Bosi mchachu kishenzi. Tare anamdai mshahara wa miezi 6, hajalipwa miezi yote hiyo. Baada ya pilika nyingi anarudi nyumbani kucheki masufuria meupe. Hakuna msosi. Ikabidi amcheki shoga yake Edesili aliyemuomba buku 5 yule. Edesili akasema, "Mtandao ulikuwa unasumbua. Nitajaribu kukutumia nikitoka kazini." Kinyonge kabisa Tare akalala. Kesho yake akaingia mzigoni tena. Akakutana na bosi. Bosi anauliza, "Kwa hiyo ndo unakuja kazini sasa hivi Wewe ndo umeniajiri mimi au mimi ndo nimekuajiri wewe? Nenda huko kaungane na wenzako mfute vinywaji mweke kwenye friji." Tare akamwambia, "Vipi kuhusu ile swala tuliloongea mara ya mwisho? Nina matumizi kibao. Kuna bili natakiwa kulipia. Nahitaji mshahara wangu." Bosi akasema, "Kama wewe ungesikia matumizi yangu, ungeniachia tu hizi hela. Wewe unajiona na matumizi? Umeona ya kwangu?" Bosi akagoma kumpatia pesa, akidai kwamba hizo hela alizoshika zina kazi nyingine muhimu. Kwa hiyo yeye atulie, atalipwa tu. Akanyanyua glasi akashusha bia kooni. Akamtimua Tare aondoke pale. Tare akaondoka akawa anaendelea na kazi. Baada ya kupiga kazi sana akaona sio kweli. Akamtimbia bosi pale counter. "Wewe vipi tena? Nimefuata mshahara wangu wa mwezi uliopita. Hivi umekuja kupima dawa za mganga wako au?" Bosi akaanza kuleta ugumu kama kawaida yake. Tare akaona usimtanie wewe. Akaanza kuongea kwa sauti kubwa, baa nzima inawaangalia wao. Akazikwapua hela mkononi pale. Akachukua nazo mdai nyingine akamtupia usoni. Zilizodondoka chini akaokota akajichenga. "Yaani wewe usijaribu tena kurudi hapa." Wakatupiana maneno kinoma. Bana, kesho yake Edesiri akaja kumtembelea Tare. Edesiri anaielewa vizuri hali ya Tare. Hivyo akamwambia aachane na ile kazi. Yeye aje anapofanyia kazi yeye. Aje klabu yani. Tare anasema, "Mimi siwezi kukatikia wanaume." Edesiri akamwambia, "Niangalie mimi hapa. Natengeneza naira 80,000 kwa usiku mmoja." Akamuuliza, "Kwani wewe ndoto zako ni zipi?" Tare anasema anatamani sana apate pesa wahamie nyumba nyingine nzuri. Yeye na familia yake kiujumla. Ampeleke mdogo wake Kome kwenye shule nzuri pia na amfungulie mama yake duka. Edesiri akasema, "Sasa huwezi timiza hizo ndoto kwa hiyo kazi yako ya kulipwa 10,000 kwa mwezi. Sikia, mimi naenda Dubai na fataki langu siku za usoni. Sasa nataka kukuachia nafasi yangu upige kipindi mimi nipo Dubai ili upate chochote kitu. Alafu nikirudi nitakutafutia klabu ambayo utakuwa unapiga upate hela. Mfikiria kuhusu hilo shoga yangu." Tare akasema sawa, atafikiria hilo. Kesho yake Tare kala pozi na mama yake wanakula story. Ghafla anakuja Joshua. Huu ni chawa wa mwenye nyumba. Huwa anakusanya hela za umeme. Sasa familia ya kina Tare
pekee ndo ilikuwa haijalipa umeme. Mchizi akawa anaongea maneno machafu yanamkera sana Tare. Akatoka kwa hasira pale, akaenda ndani akakikurupua kibubu chake, akaanza kukivunja ili alipie umeme. Kibubu unacho kikao kinamzingua, akakitupa huko, anahema kishenzi kwa hasira. Akafikiria, akaona haya maisha mpaka lini sasa? Akachukua simu yake akamtumia meseji ya Desiri, akamwambia tayari kamaliza kufikiria, ampe tu siku ya kuanza. Kweli bana, hiyo siku akaenda wakakutana nje ya klabu pale, huku Desiri kajibatiza jina, anajiita Natasha. Wakiwa pale ikatoka nyama moja iko wa mnyama inaenda chooni kwanza. Tare akashangaa sana, nini hiki? Akamwambia Desiri kwamba tafadhali sitaki kufanya lap dance. Hii lap dance ni aina ya uchezaji ambayo mwanamke anamkatikia mteja kwa ukaribu zaidi, mikunjo na nini inakuwa mingi. Desiri akamwambia sawa, lakini utakuwa utengenezi pesa nyingi, japokuwa utakuwa unalipwa kila siku. Sawa, kwa hiyo naweza kuanza lini? Wewe subiri kwanza, ni lazima ufanye mazoezi mchana ujue style na moves. Kwa hiyo akaelewana kesho ataanza mazoezi. Kweli bana, kesho yake mazoezi yakaanza, anatakiwa ajue kucheza na hichi kibomba hapa. Desiri akawa anampa ujuzi pale. Haya bana, siku ya kwenda kuanza kazi kwa mara ya kwanza ikafika. Ile anajiandaa toke, mara ghafla mama akaingia na mchungaji mule chumbani. Mama akawa anamzuia Tare kutoka, anamwambia tulielewana kwamba leo tuna maombi usiku mzima. Tare akakosa namna. Huku upande wa pili, mmiliki wa klabu anaitwa Somto anamwambia Desiri kwamba amemtafuta huyo shoga yake mpaka sasa hivi bado hajafika. Anasema siwezi kuruhusu ujinga tena. Desiri anamtuliza tu boss kwamba asijali, atafika muda so mrefu. Huku kwa Tare, mama akakaa mlangoni kabisa ili Tare asichomoke. Akapiga hesabu, mwisho akachomoka. Akafika mpaka club, akajipiga ma makeup, akaingia mzigoni. Akakaa kaunta kwanza, akapiga shot moja, akapanda stejini sasa, akashika bomba, akaanza kwenda nalo sawa. Kuna lipedejeli moja likamuona, likadata kinoma mpaka likavua miwani. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa episode 1 wa huu nyama unaitwa Grind. Haya bana, baada ya kukitupa pale stejini, aliokota maokoto mengi sana, akawa na hesabu pale anachekelea kinoma. Punde akaja Somto akamuuliza, una sababu yote ya maana iliyokufanya ushindwe kumpa lap dance mteja wangu? Tare akasema, niliongea na Desiri kuhusu hilo. Desiri sio msimamizi wa hii klabu. Hii ni klabu ya kukaa uchi ili kuvutia wateja. Wewe unahisi tunafanya maombi hapa? Tare akasema, lakini mimi aliniambia hakuna shida. Mchizi akasema, mimi sitaki visingizio. Kama wateja wangu wanataka lap dance utawapa au uondoke hapa. Umenielewa? Tare akatikisa kichwa tu. Somto akasogea pembeni akaigusa nyama moja, akaiambia imfate. Nyama ikanyanyuka ikapunguza uzito. Iko wa mnyama mzee. Ikatoka imfate Somto. Hii hapa ni Grind kipande cha pili. Kama ukuona kipande cha kwanza, basi click hicho kipop up kilichotokea upande wa kulia juu hapo, kitakupeleka kwenda kuona full recap. Haya bana, Tare akakosa raha, akawa anahesabu kama tayari kafukuzwa kazi. Kuna huyu waiter anaitwa Tiwalade. Akamuuliza Tare, nini kimetokea? Tare akasema, nimefukuzwa kazi. Yaani sielewi, nilimwambia Desiri sitofanya lap dance na akakubali, lakini leo hii sielewi. Tio akamuuliza, na wewe kwa nini haufanyi lap dance? Tare akasema, inahusisha hisia sana, mimi siwezi. Tio akasema, Somto anapenda kuwafurahisha wateja wake na pia anapenda sana maokoto, na hisi nyie mnaweza kuelewana tu. Kwani leo umetengeneza shingapi? Tare akauliza, kwa nini unataka kujua? Tio akasema, nataka nikusaidie kuongea na Somto ili akukubalie uendelee hivyo hivyo bila lap dance, lakini lazima unilipe. Nipe naira 10,000. Unataka nikulipe naira 10,000 kwa msaada wako? Tulia, 10,000 sio shida yangu, mimi nataka nikusaidie tu. Tare ikabidi akubali, wakaenda paka ofisini kwa Somto. Ili wanaingia hivi, jamaa akamwambia Tare kwamba wewe si nilikwambia uondoke? Tio akajibu ndio, lakini nilikuwa na ushauri usimfukuze kwanza. Akakaa chini, akaendelea kusema kwamba ungemuona leo kacheza vizuri sana, mpaka wateja wamemuomba acheze tena. Somto akawa bado kakaza fuvu. Tio akasema basi tuongeze asilimia zake, awe anakupa asilimia 30 ya hela alizotengeneza, kwa sababu wateja wanapenda sura mpya. Kwa hiyo ndani ya mwezi tu atakuwa anapiga hela nyingi kama makahaba wengine. Somto akauliza, kwa nini unahisi hivyo? Tare, umetengeneza shingapi leo? Tare akasema 40,500. Somto jicho likamtoka. Mchizi akakubali, ila atakuwa anampa asilimia 50 ya kila pesa anayotengeneza kwa siku. Tiwa akamshukuru pale. Baada ya pilika nyingi, Tare akarudi nyumbani, akaanza kutoa vyakula pale. Bi mkubwa jicho likamtoka, akauliza, Tarela, hii kazi yako mpya unakulipa kila siku? Mama, mimi sina hela ya fungu la 10 ya kukupa. Mbona una mdomo sana wewe? Tare akatoa kibunda akamwambia bi mkubwa kwamba hii ni hela yangu ya mwisho, tafadhali kanunue chakula usipeleke kanisani. Bi mkubwa akaishika. Tare akamsisitiza sana anunue chakula asipeleke kanisani. Bi mkubwa akasema, muda mwingine najiuliza kama unamjua Mungu wewe. Kuna nguvu kwenye kutoa. Tare akasema, kuna nguvu pia endapo utakula chakula kizuri. Hata hivyo, baadaye uje kanisani, mama mchungaji anakuulizia sana. Nimechoka kumpa sababu. Tare akasema, mimi siendi, nimechoka, nataka kulala. Mama akasema, ulijui ulitendalo wewe. Mimi naenda kanisani. Tayari nishatoa fungu la 10 kwenye hela yako ulionipa. Iliyobaki ipo kwenye kibubu. Akanyanyuka akajichenga. Muda huo simu ya Tare inaita, akaokota. Ni bwana wake Kelechi. Jamaa anasema, afadhali umepokea simu. Nimekumisi sana. Natamani tuonane. Njoo basi nyumbani. Tare akauliza, kila kitu kipo sawa? Jamaa akasema ndio, ila kuna kitu muhimu nataka nikwambie. Mchizi akagoma kumwambia kwenye simu ili Tare aje. Tare ikabidi
vinywaji kombe mpaka kwa mchizi. Kufika kwa muuni akakitupa kimoja akalala zake pembeni. Anacheka tu. Tare akasema hujaniambia chochote. Chochote kipi sasa? Tare akanyanyuka. Kwa hiyo umenileta hapa kwa ajili ya ngono tu, si ndio? Ulisema kuna jambo muhimu unataka kuniambia. Kwa hiyo kukuambia nimekumisi sio jambo muhimu. Kwani ulishindwa kuniambia kwenye simu? Umenifanya nipoteze muda wangu kuja hapa. Kwa hiyo kuja kumuona boyfriend wako ni kupoteza muda. Hiyo ndo shida yako. Nimekuwa nakutafuta sana sikupati. Sijui hata unaendeleaje na maisha yako. Tare akasema mimi nina mambo muhimu mengi sana ya kufanya. Muhimu kuliko boyfriend wako, si ndio? Ndio. Mchizi akageuka upande wa pili kanuna. Tare ikabidi amuombe msamaha jamaa. Basi wakakombatiana pale. Jamaa ndo akamwambia kwamba amepata kazi lakini hana uhakika kama atakwenda. Kwa nini sasa? Si wanalipa vizuri lakini. Jamaa katikisa kichwa. Sasa shida nini? Jamaa anasema sijui tu. Najua nini cha kutarajia mahali nilipo sasa. Unaelewa anavyosema bora shetani unayemjua? Tare akamwambia mwache hizo. Kama kazi inalipa vizuri, hiyo kazi ni nzuri. Mchizi akacheka sana akamkombatia pale. Sura ya Tare ikabadilika ghafla. Baada hapo Tare akarudi nyumbani, akakutana na Kome. Akamuuliza mbona unakula wali mkavu na maji? Kome akasema hakuna chakula ndani. Kila kitu kimeisha. Msosi hakuna kivipi? Kwani mama yuko wapi? Kome akasema mama kaenda kanisani kwenye maombi ya mwezi. Hapo hapo akasikia mlango unagongwa kwa nguvu mno. Tare akaenda kucheki, akakutana na mwenye nyumba, kajaa kifua kinoma, anataka hela yake ya kodi, achoka kuwagongea mlango. Tare akaingia ndani akarudi na maokoto akamwambia, "Hii ni 1,000,000 naira, iliyobaki nitakulipa baadaye." Mwenye nyumba akashangaa sana, 1,000,000 kabisa? Akasema, "Mungu awabariki wapangaji wangu wengine kama alivyokubariki wewe." Tare akafunga mlango akarudi ndani. Alivyokaa tu, Kome akamwambia, "Dada, naipenda kazi yako mpya." Tare mwenyewe anaijua siri yake. Haya bana, mida baadaye bi mkubwa akawa anaabudu ndani, ashika mafuta ya Mwamposa. Alivyomaliza akaweka chini, akachukua maji akaanza kumwaga mule ndani. Muda huo Tare kalala kitandani pale, akammwagia maji. Tare akakurupuka, "Mama, si ungesubiri niamke ndo uanze kumwaga maji?" Bi mkubwa akasema, "Tarela, kama wamekutuma kwangu waambie hujaniona. Usimruhusu shetani akutumie." Tare akasema, "Mimi situmii na shetani bana. Wewe unatoa tu hela wakati watoto wako wanahangaika. Hatukuelewi ujue." Bi mkubwa akasema, "Wewe toka zamani ni mtukutu. Kila kitu unachofanya nafanya kwa sababu ya maendeleo ya hii familia. Endapo utatoa kipindi huna, utajibiwa maradufu ya ulivyoomba." Tare akasema, "Mimi naenda kazini kila siku kuhakikisha tunapata hela. Na kupatia wewe unaishia kutoa tu. Sasa hivi najaribu kulala ili baadaye nirudi mzigoni. Wewe unakuja unanimwagia maji. Nini lakini?" Bi mkubwa akasema, "Haya ni maji ya upako, ni damu ya Yesu. Mimi sijali hata kama ni maji ya upako. Nishakwambia wewe unahitaji kufunguliwa, lakini wewe hutaki. Sijui upepo umemtoa wapi." "Nimemtoa kwako. Haiwezekani pesa zote unapeleka kanisani." Bi mkubwa akaanza kunena kwa lugha pale. Tare akanyanyuka akachukua nguo akavaa. Muda huo bi mkubwa anashusha upako tu. Tare akajichenga. Nje akakutana na mdogo wake Kome. Akamshikisha maokoto akamwambia aende kununua chakula ale. "Si unajua nakupenda mdogo wangu eh?" Kisha akajichenga. Akaenda mpaka kwa bwana wake. Kelechi akamuuliza, "Hivi kazi yako mpya inahusu nini?" Tare akasema, "Ni kama ya zamani tu." "Oh, kweli? Kwa hiyo ni kama waiter tu eh? Hebu acha kunisumbua." "Samani, nimegombana na bi mkubwa kwa hiyo siko sawa." Jamaa akasema, "Sawa, nakuelewa. Hivi unahitaji shilingi ngapi kufungua biashara yako ya kuuza mawigi na saluni?" Tare akasema, "Kwa nilivyofuatilia ni kama naira 650,000. Jamaa akasema, "Hiyo nyingi sana." Tare akasema, "Hebu sikiliza, kuliko kufungua duka la wigi ni bora nimfungulie mama yangu duka la vitu vya kawaida ili matumizi yetu ya kila siku yalipwe na hilo duka. Alafu hicho ndo kipaumbele changu kwa sasa." Mchizi akamsifia sana kwamba ana akili. Tare akamuuliza, "Vipi kuhusu ile kazi yako?" Jamaa akasema, "Kesho anaenda kuanza kazi rasmi." Basi wakachekelea pale. Tare akasema, "Inabidi tusherekee. Hiyo ni mikono mjomba." Mabusu kadhalika pale kikanuka. Basi kama kawa Tare akaingia mzigoni anapiga mazoezi kwa ajili ya show ya usiku. Baada ya muda akaenda kula pose counter. Akakutana na shoga yake Tiwa. Tiwa akamuuliza, "Mbona umenuna?" Tare anasema, Mama yangu ananikera sana. Nataka kumuuza, sijui kuna mtu atamnunua." Tiwa akasema, "Mimi sielewi, lakini ukimpata mnunuzi niambie na mimi nataka kumuuza baba yangu." Stori zikaendelea pale. Mida usiku kama kawa, klabu pamewaka kinoma. Tare yupo tayari anasubiri muda wake tu. Tiwa akampa taarifa shoga yake kwamba lile lipedeje linataka kuonana naye. Limekaa meza namba 7. Anamwambia ajikaze tu aende, maana hilo lizeli linatoaga sana maokoto. Tare akachapa shoti moja kwanza, akanyoka mpaka meza namba 7. Akalisalimia lipedeje, likamkaribisha akae pale. Likampatia kinywaji, Tare akagoma kabisa kunywa. Likaanza kumsifia, "Unajua sana kucheza wewe mtoto. Ulinichanganya sana jana." Basi bana, Tare alivyotoka hapo akaenda akaperform akashuka. Akawa anapiga unywaji huku anaangalia wenzake wanavyojimaliza pale stejini. So mtu akaja, Tare akaweka kinywaji pembeni chapchap. So mtu akamwambia, "Unajua wewe sio mtu pekee unayekunywa pombe katikati ya show. Kwa hiyo wewe tulia tu, endelea kuenjoy. Najua mwanzoni hatukuelewana vizuri, lakini performance ya leo ilikuwa noma sana. Ina ubunifu mwingi." Tare anashukuru tu. Jamaa akamwaga pale akajichenga. Huku upande wa pili Tiwa anajifunika sura, kuna mtu anayemjua akamuona yumo ndani ya hii club. Tare akaja akamuuliza, "Shida nini?" Tiwa akamuomba Tare amsaidie kupeleka vinywaji kwenye meza fulani hapo juu. Tare ikabidi amsaidie shoga yake, akafikisha mpaka meza husika. Sasa yule mtu ambaye Tiwa alikuwa anamkwepa wasikutane akamfikia mpaka alipo. Akamuita, "Tiwa Lade." Tiwa akashtuka kishenzi. Mzee akasema, "Baba yako anajua kwamba upo hapa?"
Na hapo ndo inakuwa mwisho wa episode 2. Tukutane episode 3 ili tujue huyu mzee ni nani. Haya bana, kumbe yule mzee ni mzee wa kanisa, kwenye kanisa ambalo baba yake Tiwa ni mchungaji. Kwa hiyo hapa wanaongea masuala ya ibada na nini. Ghafla akaingia Tiwa. Mzee akampiga jicho akahema kwanza, alafu kakamuita Tiwa. Hapo Tiwa akapoa, anaogopa mzee asije kumsema kwa baba yake. Sasa Tiwa huwa anaimba kwaya kanisani. Kazeka akamwambia, hivi nilikupa maua yako, uliimba vizuri sana Jumapili iliyopita, ilikuwa kali sana. Tiwa, una nguvu ya Mungu ndani yako. Basi wakacheka pale. Baba yake Tiwa akasema, kuna ibada moja muhimu sana inafanyika tarehe 15, kwa hiyo ujiandae wewe na timu yako ya kuabudu. Tiwa akasema sawa, kisha akajichenga. Hii hapa ni grind kipande cha 3. Kama ukoona kipande cha pili, basi click hicho kipop up kilichotokea upande wa kulia juu hapo, kitakupeleka kwenda kuona full recap. Haya bana, mida baadaye huku club Edesiri akaingia kutoka Dubai, wakamlaki kwa bashasha pale. Halima yuko wapi jamani? Nilisikia wameenda kwenye party, kwa hiyo nahisi bado amelala. Basi ikawa shangwe sana Edesiri kurudi. Mida baadaye Tiwa akala pozi kakaa kinyonge. Tare akasogea pale, akamuuliza hivi leo upo sawa kweli? Maana umepoa sana. Tiwa anasema ni mbanga tu za kanisani huko. Vipi kuhusu wewe, unaonekana poa sana. Tare akasema hivi unahisi Somto atajiri mkatikaji mwingine? Maana Edesiri karudi sasa hivi. Tiwa akasema Somto atakuwa mjinga endapo atakutimua wewe, hata kama ufanye lap dance, lakini uko poa sana. Wakiwa wanaendelea kuongea pale, Somto akaja akawa anawakurupua kwamba ni muda wa kufungua huu, ikabidi wasambae pale. Somto akiwa ofisini, Edesiri akaja. Oh, karibu. Akakaa mapajani pale, akaanza kumpa taarifa za Dubai, kisha akasema asante kwa kumruhusu Talela kuvaa nafasi yangu kipindi sipo. Sasa Queen nimerudi, huyo kahaba hana nafasi tena. Somto akasema kwa hiyo umeniletea zawadi? Ndio, nimekuletea kitu marabusu. Kwa hiyo utamfukuza usiku huu? Jamaa kujibu hilo swali, mabusu akaendelea kupigwa pale. Muda huo Tare anajimaliza na kibomba chake kama kawa. Kwa chini Edesiri anamwangalia jinsi anavyoua mapedeje wana data. Halima akawa anamwambia Edesiri kwamba mwangalie shoga yako, anacheza kama vile anatuweza wote hapa, kama baba yake ndo kaijenga hii club. Mimi natamani hata nimuue. Alafu ngoja nikwambie, kuna siku Chief Femi alimpa bunda la maokoto Edesiri, sumu ikajaa. Huyo Chief Femi ndo lile lipedeje lilopagawa na Mauno siku ya kwanza tu. Alafu kipindi Tare hajaja hapa, Chief Femi alikuwaga anapagawa na Edesiri. Halima akawa anaendelea kuongea na mjaza sumu Edesiri, mpaka Edesiri akamwambia mtulia, hawezi kuchukua nafasi zetu huyo. Mtu mwenyewe afanye hata lap dance. Baada ya usiku atakuwa asumbui tena. Halima akasema yani akachukia kakademu, sema na kuaminia shoga yangu, kisha akajichenga. Baada ya muda Tare akamaliza, akashuka akakutana na Edesiri. Edesiri akamwambia na kuona unavyocheza ni kama vile ni wa hapa hapa yani. Tare akasema unajua hii ni tenda ya muda mfupi, kwa hiyo nafanya kadri ya uwezo wangu ili nikusanye mabunda. Kweli niliona hata sura yako wakati unacheza, unaonekana una enjoy yani, kama vile unataka ulichukua ili dili liwe lako. Tare akasema ila ni kweli nilikuwa nafikiria kuongea na Somto kuhusu hilo, sijui atareact vipi, lakini kiukweli nahitaji pesa sana. Edesiri akasema sidhani kama Somto ana nafasi ya kuajiri mtu kama wewe, lakini nitajaribu kuongea naye. Tare akafurahi sana, hajui kama anayeongea naye ni tapeli. Haya bana, muda wa hesabu ukafika. Tare akaleta hela alokusanya kwa bosi. Jamaa akapokea akamuuliza hii ni shilingi ngapi? Nina hela 28,000. Haya sawa. Tare akataka kuondoka, lakini akamuona mshikaji kama yuko sawa. Akamuuliza uko sawa kweli? Jamaa akasema nipo sawa, lakini napitia changamoto kwenye mahesabu, haya balance kabisa. Tare akasema naweza kuona, maana nilisoma accounting na ninaweza sana hesabu. Jamaa akafikiria, mwisho akamgeuzia PC. Tare akatupia jicho, akaona shida, akasema hii ni shida common sana kwa watu wengi, nitakuonesha namna ya kufanya au nitakufanyia, na ninaweza kukufanyia mahesabu kila siku usiku kama unachukia mahesabu. Jamaa akasema sawa, hilo ni jambo zuri, kwani wewe unataka nini? Mimi nataka nafasi. Edesiri karudi na mimi nahitaji nafasi hapa, na pia nahitaji kulipa 20% kama wasichana wengine. Wewe umelewa au? Utaanza kulipa 20% utakapoanza kufanya lap dance kama wasichana wengine. Tare anasema mimi naona ni fair deal, kama sifanyi lap dance basi nitakuwa na muda mwingi wa kufanya mahesabu yako kila siku. Jamaa akafikiria akasema kama itatokea kosa hata kidogo, hakutakuwa na makosa hata kidogo na kuahidi. Basi mchizi ikabidi amkubalie tu ombi lake. Huku maskani Kome anasoma haelewi. Punde akaingia Tare akamuuliza kwa nini unasomea gizani? Kome akasema mama akatoa sadaka kanisani hela ya umeme ndo akaja kutukatia. Hapo hapo mama akaja na chakula akasema acha umbea, endelea kufanya homework yako. Tarela unaendeleaje? Karibu tule. Hapana asante, mimi niko fresh. Tarela kuna jambo nilikuwa nataka kuzungumza na wewe. Nimegundua toka uanze hii kazi yako mpya umekuwa utoi zaka. Mama, kwenye hii hela yangu ndogo nataka nitoe zaka. Aya, kama nikitoa tutakula nini? Haijalishi, hata kama unapata kidogo, hata kama ni shilingi 50, unatakiwa kumpa Mungu. Nisikilize mwanangu, Mungu anapenda watoaji. Unajua faida za kutoa kwa Mungu? Ngoja nikwambie, utaanza kupokea baraka nyingi. Mama tafadhali naomba usinivuruge. Kwa nini sisi ndo tuanze kutoa kabla ya Mungu yeye kutupa sisi? Talela usiongee hivyo kabisa. Mungu anatutaka tu. Mama, Mungu hataki chochote toka kwangu. Alitupa ubongo tufikirie, na ndo kitu tunachofanya sasa hivi hapa. Unataka nitoe hela zangu zote nimpe mchungaji wako? Sasa wote si tutakufa njaa hapa. Ndo unacho
unachotaka Unajua spendi jinsi unavyoongea na mimi. Ukisoma Biblia vizuri tunaambiwa tutoe kwa Mungu. Mama, mimi nimechoka, nataka kulala, tafadhali niache. Tarela, mimi ni mama yako ujue, na ninakwambia vitu sahihi vya kufanya. Hii kazi yako mpya unafikiri umeipata tu? Ni Mungu na matoleo yangu. Tare akasema sawa. Bi mkubwa akaanza kuimba mule ndani, ukitoa utapokea, si nini. Tare hataki hata kusikia. Huku upande wa pili Chief Femi yupo na Edesiri. Edesiri anasema, vipi kuhusu ile pesa nilokuomba kwa ajili ya kufungua biashara? Chief akasema, jamani, ndo kwanza tumetoka Dubai, trip ambao nimemwaga pesa nyingi. Ndiyo nakumbuka, lakini uliniahidi utanipa mwisho wa mwezi. Mzee akasema atampa tu. Edesiri akauliza, hivi unamuonaje udemu mpya anayejiita Tarela niliyemleta club? Edesiri akashangaa kimya. Kumcheki mzee kashalala muda tu. Akabeba maokoto aliyokuwa chini ya mto kisha akajichenga. Upande wa pili ni kwa akina Tiwa. Tiwa yuko busy anaandaa chai pale. Akamuita mzee wake, akasogea, wakawa wanapata chai pamoja. Katika harakati za kupata chai, mzee akaanzisha mazungumzo. Katika mazungumzo yao ndo tunajua kwamba huyu Tiwa ni mwanafunzi bana, na mzee wake anamuaminia kinoma, na pia Tiwa ana mchumba ambaye tayari kamchumbia na mzee anamtambua kabisa. Haya bana, kama kawaida huku klabu pamenuka. Tiwa anaendelea na majukumu yake kama waiter. Kale kazee kakamfuata tena. Tiwalade, hivi mchungaji Remi anajua kwamba mke wake mtarajiwa anafanya kazi kwenye klabu ya makahaba? Tiwa akasema, na wewe naye mkeo anajua unatumia viela vyako kwenye klabu za makahaba? Kazee kakacheka kisha kakasema, najiuliza sijui mzee wako atasemaje siku akijua mwanae anafanya kazi kwenye hii klabu ambayo watu wanacheza wakiwa uchi. Kakamwambia, niletee chupa ya Hennessy kwenye meza namba 6 ili tuelewane vizuri mtoto mzuri. Kisha kakasepa. Muda huo Edesiri anacheza stejini amvutie Chief Femi. Tare upo na Somto. Jamaa anasema, Edesiri yuko vizuri sana lakini hakufikii wewe. Tare akasema hapana, yeye ndo kanifundisha kila kitu. Najaribu kufanya mazoezi kila siku lakini Edesiri ni fundi. Somto akasema, unafanya kazi nzuri hata hivyo. Tare akashukuru tu. Edesiri alivyoshuka stejini akamfuata Somto. Akamuuliza, Tarela anafanya nini hapa? Somto akasema, si anafanya kazi ambao na wewe unatakiwa unafanya sasa hivi. Lakini Somto, tulielewana kabisa. Angalia, hafanyi hata lap dance. Kwa nini sasa unamngangania? Somto akasema, kwanza kabisa hatukuelewana mimi na wewe. Uliongea tu na mimi nikaishia kusikiliza. Alafu kingine, nimeona anafaa sana akibaki hapa. Kwa hiyo sitaki maswali mengi, rudi mzigoni. Edesiri akasema, samahani sana, nilishangaa tu kumuona hapa. Naomba usinikasirikie. Akampiga busu akajichenga. Huku upande wa pili, Tiwa hana raha. Tare anamuuliza, mbona uko hivyo? Tiwa ikabidi amuelezee shoga yake kwamba huyu mzee wa kanisa anamtishia. Kuna uwezekano ataenda kumwambia baba yake. Tare akasema, unasemea kile kizee cha kanisani kwenu anakutishia kwenda kusemea kwa babako na kaja hapa kama mteja? Tiwa anaitikia tu. Tare akamwambia, simama tuondoke. Twende wapi? Twende tukamuoneshe. Bana, wakatoka pale. Tare akapata mchizi akamuomba sana wakae wote. Huyu jamaa anaitwa Wole. Wakawa wanalewa pale, stori kadhalika na nini. Muda huo Edesiri anawaangalia kwa mbali, anajaa hasira kishenzi. Halima naye akaja anasema, huyo demu anafanya nini hapa? Edesiri anasema, usijali, asumbui tena huyo. Haya bana, kile kizee cha kanisa kikaomba kahaba mmoja aje kukikatikia. Kahaba yupo mnyama mzee. Kizee kinamwaga hela za sadaka kwenye makalio ya kahaba. Kana enjoy kinoma, kana kula maisha. Muda huo wote Tiwa alikuwa na rekodi ile tukio. Baada ya kahaba kuondoka, akasogea pale, akakaangalia hivi, akaanza mambo yake. Tiwa akasema, we mzee mchafu sana. Alafu unajikuta mzee wa kanisa. We mtoto unaongea na mimi hivyo? Unadharau? Tiwa akanyanyua tu simu akamuonesha video. Mzee akataka kukwapua simu. Tiwa akamwambia, mimi siofii kuionyesha hii kanisani au kwa mkeo. Kwa hiyo kuwa mpole, kunywa pombe, kunywa maji, nenda nyumbani ulale. Fanya kama ukuniona yani. Najua mkeo atakunyosha au atakuua kabisa endapo hii video itavuja. Kisha akajichenga. Kazeka kabaki kanapiga kelele tu hapo. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa episode 3. Tukutane episode 4. Haya bana, huku maskani Joshua yuko busy anapiga story na Bi Mkubwa. Stori zao zile zile, uongo mwingi. Stori zikawa zinaendelea pale. Anakuja Mama Bisi jirani yao, kamshikilia Kome kama mwizi. Mama akasema, mbona umemshika hivyo Kome? Naamini hakuna shida yoyote. Unajua huyu ni mwanao Bana, usiseme hivyo. Mama anasema, kwa chochote alichokifanya msamehe tu. Mwachie mkono wake kwanza tuongee. Joshua kauliza, kwani Kome kafanya nini? Nini kimetokea? Tafadhali mwambieni mtoto wenu asije tena kwangu. Kome alikuwa anacheza mpira nyumbani kwangu. Kapiga mpira umeenda kuvunja kioo cha mbele cha gari la mume wangu. Watu wakashika vichwa. Hii hapa ni grind kipande cha 4. Kama ukoona kipande cha 3, basi click hicho kipop up kilichotokea upande wa kulia juu hapo, kitakupeleka kwenda kuona full recap. Kome, yani huyu mtoto ataniua. Ila usiwe na hasira, huyu ni mtoto tu. Kwani mwanao ndo mtoto pekee anaishi huu mtaa? Mbona kila siku yeye peke yake ndo analeta matatizo hapa mtaani? Kama vile ana pepo. Mwanangu ana pepo. Mtoto wangu ni mtu wa Mungu, anamuombea pale. Sasa Tare alikuwa ndani akasikia kelele, ikabidi atoke. Kome kumuona dada yake akamkimbilia. Tare akawa anauliza nini kinaendelea hapa? Joshua akawa anamuelezea pale. Kwa hiyo Mama Bisi kaja hapa anataka tumlipe kwa uharibifu aliofanya Kome. Tare akauliza, kwani ni shingapi? Mama Bisi akasema, niliongea na fundi kasema ni naira 20,000. Tare akasema, mimi sina naira 20,000 ila nina naira 10,000. Nyingine nitakumalizia kesho kutwa. Basi kailete hiyo hiyo. Tare akaingia ndani akafuata hela. Akarudi akampatia. Mama Bisi
Bisi akaanza kuzihesabu kwa mbwembwe pale. Alivyomaliza akasema hizo siku mbili ziwe siku mbili kweli. Haya, mimi nakwenda. Akatia pesa kwenye ziwa akajichenga. Tare akamwambia Kome kwamba unajua unaturudisha nyuma kulipia vitu visivyo na msingi. Sasa nakwambia hivi, kuanzia leo hakuna kutoka hapa nyumbani. Ingia ndani huko. Haya bana, baadaye Tare akaenda kwa Kelechi. Wakawa wanacheza cheza na nini, mara mabusu kadhalika. Kelechi akasema natamani sana nikuoe. Tare akajibu vingine kabisa akasema kama hauwezi kucheza basi at least uweze kunishika kiuno kipindi na katika kipindi na kitupa. Kelechi akasema mimi niko serious na kupenda na sioni future bila wewe. Tare yupo kimya tu. Usiniambie huna cha kuongea. Kwani unataka niseme nini? Nakupenda KC, nipo tayari kuolewa na wewe, tuanze familia pamoja, vitu kama hivyo. Baby bana, tuachane na hayo. Kwa nini sasa? Kwa nini tusiongelee future yetu? Kwa hiyo haya mahusiano ni ya nini sasa? Tare akasema hapa tuna enjoy tu tunavyopeana makampani hivi. Mchizi akawa analalamika tu pale. Akamuuliza hivi unaona hata future yoyote na mimi? Tare akasema kiukweli tu kwa sasa sioni future yoyote. Mimi niko busy sana kutafuta pesa. Mimi nilishindwa kuendelea na chuo. Napambana ili Kome asome shule nzuri. Napambana tuishi kwenye nyumba nzuri. Napambana ili nifungue saluni yangu niuze mawigi. Huu sio muda sahihi wa kuanza kuwaza masuala ya kuoana. Kwa hiyo tafadhali naomba tuachane na haya mazungumzo. Mchizi akachoka. Ikabidi awe mpole tu. Akakaa kitandani, mabusu kadhalika yakapigwa kikanuka. Huku upande wa pili Tiwana rekodi magoma. Kama nilivyokuambia, huyu ni mwimbaji mashuhuri sana kanisani kwao. Kwa hiyo huwa anapika magoma na huyu producer hapa. Producer akatoka kwenye kiti chake, wakakaa kwenye kochi pamoja. Mara busu. Alafu sio busu tu, busu fulani hivi limeshiba mzee. Baada ya mipinduko wote hawana nguvu magotini. Wamekula pozi pale, wanakula story. Hawa na mahusiano ya kimapenzi. Nakumbuka huyu Tiwana mchumba wake ambaye muda so mrefu atamuoa. Hii ni noma. Haya bana, baadaye wote wakakutana club, wanajiandaa kuingia mzigoni. Punde akaingia Edesiri, akawa anawaambia kwamba kuna washikaji wametualika kwenye pati, wanahitaji wakatikaji. Tare akasema yani kama inahusisha na masuala ya ngono mimi sitokwenda. Edesiri akasema tunakwenda kucheza tu, ni kukatika tu yani, ila kama utataka kufanya ngono hiyo itakuwa ni juu yako. Tiwa akasema sasa mimi kazi yangu itakuwa nini? Kazi yako itakuwa kutuchanganyia vinywaji na kutuangalizia wasije kutuwekea madawa wakati sisi tunakitupa huku. Tiwa akasema haoni kama inafaa sana. Edesiri akasema tunaenda kulipwa 1,500 kila mmoja, alafu sio usiku mzima. Tiwa akasema sasa si ungeanza na kuongelea maokoto kwanza. Basi wote kusikia hicho kibunda wakasema wataivamia hiyo pati. Baada ya kukitupa hiyo siku, Tare akarudi nyumbani. Kome naye akaingia, kamletea rasta, anasema mtoto wa mama Obi kaleta hizi rasta, anasema unajua staili ya kumsuka. Kwa hiyo alikupa shingapi? Amenipa naira 2,000. Nyingine akasema tamalizia wiki ijayo. Akampatia ile hela. Kome akakaa pembeni akasema dada, samahani kwa kuvunja kioo. Akaelezea pale jinsi ilivyokuwa, umuaminisha dada yake kwamba haikuwa kwa makusudi. Tare akasema ni sawa, nitamlipa mama Bisi hela yake na tutakuwa hatudaiwi tena, ila usirudie tena sawa Wakakombatiana pale. Kweli bana, pati katiki yanayofanyika humu ndani mzee ni noma. Pesa zinamwagwa kwa walio na makalio tu. Sasa kuna huyu jamaa anaitwa Kobi, akaanza kukomana na Tiwa. Muda huo Wole anakomana na Tare. Wakatoka sebuleni pale, wakapanda mpaka juu kabisa. Stori zikawa zinapigwa. Wole anamuuliza Tare kwamba unatamani kujua nini kuhusu mimi? Tare akasema inategemeana sasa na wewe unaweza kuniambia nini. Jamaa akasema sawa, ngoja tuanze. Mimi naitwa Wole Badmus, nina miaka 30 na ni mfanya biashara tu. Tare akasema basi wote tupo kwenye biashara tu ya kutengeneza pesa. Wakacheka pale. Tare akagoma kujielezea sana kwa mchizi, akamtajia jina lake tu. Wole anaonekana kampenda Tare kiukweli, sio kama kahaba. Huku kwa Kobi na Tiwa mabusu yamekubali. Busu fulani vila fujo nyingi. Huku chumbani kuna muuni anakamua kahaba mzee. Wamebaki Wole na Tare tu, stori nyingi kishenzi. Jamaa anamsifia tu Tare. Mwisho akahamia kitandani. Stori zinaendelea tu. Huku Kobi na Tiwa bado analambana. Mara Katiwaka akamsukuma huko. We vipi? Unajua ugumu nilionao? Akawa na force tena. Tiwa akamsukuma tena kisha akasema siwezi kufanya mapenzi na wewe. Kisha kakanyanyuka kakajichenga. Jamaa akabaki amini. Kahaba kanikataa. Huku Wole anaendelea kutupa voko. Tare naye haoneshi kipingamizi chochote. Mwisho jamaa akasema naweza kukupiga busu. Tare akasema kwa leo haiwezekani. Jamaa akasema sawa, labda kesho. Tare naye akasema labda. Hivi una uhakika hakuna mwanamke yoyote atakaye kuja humu ndani akatukuta tumekaa namna hii? Jamaa akasema kuna msichana mmoja anaweza kuja. Tare akasema sawa, basi ngoja mimi niondoke. Akanyanyuka akajichenga. Akashuka mpaka sebuleni akamkuta Kobi kakaa pale. Akaanza kumuita Tiwa ili wasepe. Tiwa akatokea akasema yeye yupo tayari kuondoka, kasha request. Halima na Edesiri wako wapi kwani? Tare akasema Wole anawastua huko. Edesiri akasogea pale. Akasema mimi na Halima tunafia hapa leo. Nyie nendeni tu. Nyie ni watu wazima mnajielewa bana. Tutaonana kesho jamani. Kisha kakapanda ngazi kakasepa. Kabla hawajaondoka Wole akawaletea zawadi kama shukrani tu kwa kuja. Wakawaaga pale wakasepa. Huku nyumbani bi mkubwa akakurupuka mida ya saa 10 asubuhi. Anasali pale. Ghafla mlango unafunguliwa. Anaingia Tare. Za asubuhi mama. Mama hakujibu. Akamuuliza mbona unasali mpaka sasa hivi? Unashangaa kwa nini nipo nasali? Uliondoka jana hapa nyumbani mida ya saa 11 jioni. Haya sasa hivi
hivi saa ngapi? Ni saa 10 asubuhi. Halafu unashangaa kwa nini nasali? Ulienda wapi? Nijibu, ni marafiki wa aina gani au ulienda kuwatembelea ambao wamekuruhusu wewe urudi nyumbani kwenu saa 10 asubuhi? Mama tafadhali, nimechoka, nataka kupumzika. Umechoka eh? Hivi unajua nilikuwa na wasiwasi kiasi gani? Hata ukunipigia kuniambia kwamba utachelewa. Tarela, toka uanze hii kazi yako mpya umebadilika sana. Sikuelewi. Kwanza umevaaje hivyo? Mama, sasa unataka nifanye nini? Nikiacha hii kazi tutalipa vipi kodi? Nitalipaje ada ya kome shuleni? Utapata wapi pesa wewe? Kwa sababu hela zote wewe unatoa kanisani. Mama, mimi nimechoka, niache. Muda huo bi mkubwa ananena kwa lugha. Huku nako Tiwa akaenda kwa producer, maana maskani hapaingiliki. Akaanza kupunguza nguo pale. Mabusu kaza wa kaza yakapigwa. Kikanuka mzee, makamuzi tu. Asubuhi yake huku nyumbani, Tarela kala pozi kwenye kochi. Mama anamwambia, Tarela, unahitaji kupumzika. Siwezi kulala. Nina hasira sana. Kweli una hasira sana siku hizi. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu hausali kabisa. Roho Mtakatifu anaondoa hasira. Nini maana ya kusali ikiwa hata hatujibiwi? Tare, unakumbuka miaka 2 nyuma nilikuwa mgonjwa sijiwezi. Daktari akasema nirudishwe nyumbani tu kwa sababu nilikuwa siendelei vizuri. Sikuweza kutembea kwa mwaka mzima. Wewe ndio ulikuwa unaniogesha, unanilisha. Kumbuka jinsi ulivyokuwa unaomba na Mungu akajibu. Haya, niangalie sasa hivi. Niko sawa kabisa, niko fiti. Tare akasema ulikuwa uendelee vizuri kwa sababu tulikuwa hatuna pesa kulipia matibabu. Daktari aliturudisha nyumbani sababu tulishindwa kulipia bili za hospitali. Na kweli niliomba sana, lakini Mama Bisi ndo akatutafutia dawa za kienyeji ambazo zilikuwa zinauzwa bei ndogo. Ulipotumia ndo ukapona. Maombi hayakusaidia chochote. Tarela, maombi yalijibu yote. Hivi ni nini kimekutokea? Kwa nini hauoni nguvu ya Mungu kwenye kila kitu? Hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kufanya. Tara akasema simuamini kwa sababu sielewi kwa nini anipende halafu aache niteseke. Huku chozi linamtoka. Kweli bana, mida ya usiku Tara akaingia mzigoni kama kawa. Wakawa wanaongea na Edesiri pale. Pati ya jana ilikuwa noma sana. Mazawadi, mapesa. Huyo bwana niliyokutana naye alikuwa haichoki nyama. Akajiweka kofi. Sasa Tare naye akaanza kujisifia alivyovipata yeye na Tiwa. Anasema walipewa necklace na wakapewa 200,000 kila mmoja kama shukrani tu kwa kuja. Edesiri jicho likamtoka. Yeye sijui alipewa 20,000 tu, wivu kamjaa. Baadaye Edesiri akamfuata Tare, akamwambia hela yangu iko wapi? Hela gani? Nilisahau, wewe ni mgeni hapa. Iko hivi, kila dili nikileta nachukua 50%, unabaki na 50. Tare akasema si wote tulienda kwenye kazi au? Walikulipa wewe, wakanilipa na mimi pia. Sasa nakupaje 50% ya hela yangu? Bana, utajua mwenyewe. Uliza kila mtu hapa anaelewa hii protocol. Unasikia? Mimi siwezi kufuata hiyo protocol. Edesiri, siwezi kukupa hela, acha utani. Wewe nishakwambia usona niita Edesiri hapa. Niite Natasha. Tare akakaza kutoa pesa, akamwambia hata buku 5 unayoijua wewe hauinusi kwenye hii hela yangu. Kwanza kusanya utumbo wako uondoke hapa. Edesiri akaishia kumchimba mikwala kisha akajichenga. Alivyofika hapa wanapovaliaga mawigi, akaona simu ya Tare. Akaishika, akamwandikia mtu message, kisha akatoa kicheko cha dharau, akajichenga. Baada ya muda huku klabu tunamuona Kelechi kaingia. Anashangaa kishenzi kuona nyama mbichi ziko uchi. Muda huo Tare anapiga shot moja kama kawa ili apande stejini. Ili anatupa jicho pembeni hivi, macho akagongana na ya Kelechi bwana wake. Akabaki anahema juu tu. Kumbe Edesiri alivyoshika simu alimuita jamaa. Na hapo ndo unakuwa mwisho wa episode 4. Tukutane episode 5 tuendelee kushangaa. Basi mchizi aliondoka kwa hasira. Tare akamfuata mpaka geto kwake. Jamaa akawa anasema kama kuna mtu angeniambia kwamba demu wangu ni kahaba ningehisi kapagawa, lakini leo nimekuona kwa macho yangu. Tare akasema mimi sio kahaba, mimi ni mkatikaji. Nachofanya ni kucheza tu. Hivi unakisikia unachoongea? Yote ni yale yale. Hapana, vifanani. Mwanzo nilijua una tabia nzuri lakini nilikuwa nakosea. Ona sasa hivi unajitetea kwenye tabia zako mbaya badala ya kuomba msamaha. Tare akasema niombe msamaha wa nini? Kwamba ninacheza ili niweze kuishi? Kwamba nafanya kila kitu familia yangu ipate kula? Kama unasubiri niombe msamaha utasubiri sana. Jamaa akasema hakuna cha kujitetea hapo. Unacheza ukiwa uchi huku wanaume wanakupapasa papasa. Alafu unaita upambanaji? Nakumbuka uliniambia una kazi na ukasema ni kazi ya kawaida tu. Lakini sasa hivi naona kabisa hauna tofauti na wale makahaba wanaopanua miguu yao kwa ajili ya pesa. Tara akacheka kwa uchungu kisha akasema nimekuwa mpumbavu sana kipindi chote. Nilikuwa naficha kazi yangu mpya usijue. Ndiyo, na nilikuwa nakosea, lakini jiulize kwa nini? Ni mahusiano gani haya tulionayo ambayo siwezi kuja kwako kukuambia vitu vinavyoendelea kwenye maisha yangu? Nini maana haya yote? Jamaa akasema najiuliza ilikuwaje nikafanya makosa kumpenda mtu kama wewe. Tara akaokota mkoba akamsukuma jamaa alafu akamtupia tusi kubwa mno. Mchizi akabaki mwenyewe, nguvu hana. Hii hapa ni grind kipande cha 5. Kama ukoona kipande cha 4 basi click hicho kipop up kilichotokea upande wa kulia juu hapo, kitakupeleka kwenda kuona full recap. Huku bi mkubwa kama kawa mafuta ya Mwamposa mkononi anaabudu pale. Punde akaingia Tare, akavua wigi, akatoa na hereni, akajitupia kitandani. Tare, karibu. Lakini Tare, hii kazi yako mpya siipendi kabisa. Yaani unarudi nyumbani usiku mwingi, siku nyingine unarudi asubuhi kabisa. Wasichana wadogo kama wewe hawatakiwi kufanya kazi kama hizo. Nimechoka kuongea. Yaani kazi yoyote ya kufanya usiku sio kazi nzuri, hata kama wanakulipa milioni. Wewe ni
mwanamke, mimi namuomba Mungu uwe unarudi nyumbani mapema. Tare akasema sawa, nimekusikia. Hata mimi sipendi kukaa nje usiku, lakini nafanya tu kwa sababu natakiwa kufanya kazi ili tupate pesa za kula, lakini nikifikisha hela kutosha kufungua saluni yangu na nyingine kidogo ya kutunza nitaacha kazi, lakini kwa sasa natakiwa kufanya tu. Najua unanielewa. Wewe usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Amen, amen. Alafu Tare, nilikuwa naomba unisaidie hela kidogo tu niende nikatoe sadaka kanisani kulinda future yako. Mama, unataka nikupe hela uende ukatoe sadaka kanisani? Niache. Akageukia ukutani. Bi mkubwa akabaki anamuita tu. Tare akakaza. Sasa kama kawaida Tare analala mchana, usiku anakuwa mzigoni. Mida hii kalala na mdogo wake Kome. Kome akamwamsha dada yake na akamkumbusha kwamba leo ni birthday yake. Tare akasema, Kome samahani, sikuwa nakumbuka. Akaanza kumwimbia pale, Kome anacheza. Mwisho akakombatiana. Huku upande wa pili Halima yupo ndani ya taksi anahesabu mabunda yake. Dereva akawa anamchungulia pale. Halima akasema, Komaa kuangalia mbele huko, mwanamke hawezi kukuua. Akiwa anaendelea kuhesabu hela zake, simu inaingia, anaokota. Anapewa taarifa kwamba Princess kapotea, haonekani. Kivipi sasa? Baada ya pati ya jana kwa Alhaji aligoma kuondoka na sisi. Tafadhali msinipe stress, yule ni mtu mzima. Akamkatia simu. Huku Tare akafanya juu chini, akamnunulia keki mdogo wake ili asherekee birthday yake. Wakaingia ndani, wakawa wanamwimbia pale, wanapiga picha na nini. Mara mlango unagongwa, anaingia Edesiri. Akasema happy birthday Kome. Tare akakosa pozi. Edesiri akamtolea zawadi Kome, kisha akamkombatia, akamsalimia na Tare. Tare akupokea ile salamu, akanyanyuka, akamvuta mkono Edesiri mpaka nje. Akamuuliza, kwa nini ulimleta jana Kelechi Club? Edesiri akasema, unamaanisha nini? Mimi sikufanya hivyo. Edesiri, najua ni wewe, hakuna mtu mwingine anayemjua Kelechi pale club zaidi yako. Jamani, kwa nini unafikiria kwamba mimi ndo nimefanya hivyo? Mimi ni rafiki yako toka utotoni. Nilifikiri ni kwa sababu sikukupa ile hela ulioniomba. Sio kweli bana. Sasa kama sio wewe ni nani? Kwa sababu hakuna anayemjua Kelechi pale zaidi yako. Edesiri akasema, lakini niliona kitu. Uliona nini? Nilimuona Halima na simu yako kipindi ipo charge. Nilimuuliza anafanya nini, akairudisha haraka haraka. Mimi sikutaka nyie mgombane, ndo maana nikanyamaza. Yaani Halima, hivi ana akili kweli? Wewe tulia bana, labda tu uache kuongea naye. Sikia, hii kazi ni ngumu na pia ina ushindani, na kiuhalisia lazima kuwa na matatizo, lakini mimi nakuahidi siwezi kukusaliti kwa kiasi hicho. Tare akaamini bana, hajui kama anayeongea naye ni tapeli. Edesiri akamuuliza, lakini mbona unakomaa na Kelechi? Mtu hana hela. Angalia mabwana unaokutana nao club, wale ndo mabwana sasa wanakufaa. Fanya maamuzi bana, usipewe stress na mtu ambaye hakulishi. Mtoto mzuri kama wewe, kama apendi unachofanya ajichenge tu. Tare akasema sio rahisi kiivo, nimekuwa naye kwa muda mrefu sasa. Mwisho Edesiri akasema, nilikununulia zawadi nilivyokuwa Dubai. Akampatia macheni pale. Basi wakaombana misamaha, wakakombatiana, wakarudi ndani kwenye birthday. Sasa huku upande wa pili kwa kina Tiwa, yule mchumba wake ambaye anatakiwa kumuoa kaja kwa baba mkwe bana, kumuomba waanze mikakati ya ndoa. Basi mzee akamkaribisha sana na akamuomba akae usiku mzima hapo. Haya bana, kama kao huku club leo Edesiri anajimaliza na kibomba hapo kati. Muda huo Tare huko na PDG Femi. Chifu anasema, toka siku ya kwanza na kuona nilikupenda sana, lakini kila nikikutafuta unanikimbia. Au unaniona mimi mzee sana kwako? Hapana Chief, sio hivyo bana. Mvinyo mzuri unaendelea kuwa mtamu kadri unavyozidi kuzeeka. Nimependa sana hiyo. Uko smart sana. Sasa tatizo nini? Mbona unashindwa kunikubalia? Chief, nina boyfriend. Achana naye huyo boyfriend. Boyfriend. Kwani nimesema mimi namtaka boyfriend wako? Unaweza kubaki na boyfriend wako, mimi simtaki. Boyfriend wako ni boyfriend wako. Mimi ni Chief Femi, mtoto ya ng'ombe. Wakiwa wameendelea kula pozi pale, bi mkubwa akawa anampigia Tare. Tare akawa anaiminyia chini. Chifu akaiona ile simu akasema, utakiwi kutumia simu kama hiyo. Tare akasema, ndo uwezo wangu umeishia hapo. Sawa. Unajua ndugu zako akikupigia simu wanataka kitu kimoja tu, pesa. Akachukua maokoto kadhalika akamshikisha Tare. Tare anashukuru tu pale. Muda huo Edesiri anawapiga jicho kutokea stejini, lichifu linajisifia tu, likamvuta karibu Tare, linacheka kishenzi. Baada ya muda Tare akaenda kwa Tiwa, akamwomba amshikie simu yake wakati yeye anaenda kukitupa pale juu. Tiwa akaipokea kisha akasema, nilisikia bana alichokifanya Halima. Tare akasema, huyo msichana namchukia sana. Tiwa akasema, lakini una uhakika kwamba ni yeye ndo alimpigia bwana wako? Kama sio yeye ni nani? Edesiri alimuona. Tiwa akamshauri tu awe makini, kisha akamtolea shot moja kama kawa, akapiga akanyoosha stejini. Baada ya kukitupa akarudi akawa anapiga stori na shoga yake Tiwa. Hapo akaja jamaa mmoja hivi akawa anamwambia, umechinja sana pale kati, yani naweza kukaa na kuangalia wewe tu usiku mzima. Tare akasema asante. Jamaa akajitambulisha akasema anaitwa Andre. Tare naye akajitambulisha. Jamaa akaomba kumnunulia kinywaji. Tare akasema mimi sifanyi lap dances. Jamaa akasema najua, nilishaambiwa toka siku ya kwanza unaingia hapa
hapa, kwa hiyo unaweza kukununulia kinywaji? Tare akakubali, akaomba tequila. Haikuchukua muda, jamaa akaaga, anataka kuondoka, anawahi kikao kesho. Akamuomba namba Tare, lakini Tare akasema siwezi kukupa namba yangu leo, lakini asante kwa kinywaji. Jamaa akauliza kama watakutana tena. Tare akasema nahisi hivyo, tutakutana tu. Jamaa akasema sawa, kisha akajichenga. Huku upande wa pili Somto kalalia meza, ghafla anaingia Tare. Jamaa akanyanyua kichwa, Tare akakaa. Somto akasema nimechoka sana leo, siku imekuwa ndefu sana. Tare akampa pole, akampa na maokoto. Somto akauliza hiyo ni shingapi kwani? Ni 34. Baki nayo hiyo. Asante kwa mapigo yako ya Bruce Lee. Ninakudai 90% leo. Na endapo hili litatokea tena, nitakutimua kwenye klabu yangu. Hapa ndo tunajua kwamba Tare alimfuata Halima afu akapigana. Akazama mfukoni, akatoa 90% akamshikisha tena mchizi. Jamaa akamsogezea PC ili afanye mahesabu kama kawaida. Wakati mahesabu yanaendelea, Somto akasema kupigana na wenzako hapa hairuhusiwi. Na muelewa Halima alivyokuwa mkorofi, lakini hiyo isiwe sababu yenyewe kupigana. Kwa hiyo nitachukua 60% tu kwa sababu unajua unahitaji pesa. Tare akashukuru sana. Somto akasema hili ni onyo la mwisho, endapo utakosea tena nitakufukuza kazi. Wakawa wameelewana pale. Tare akaendelea kufanya mahesabu. Kesho yake huku nyumbani kwa akina Tiwa, mzee wake anampa taarifa Tiwa kwamba tarehe ya ndoa yako tumeshaipanga, itakuwa ni miezi 5 ijayo. Tiwa akadata, kuolewa tena? Akabaki mdomo wazi tu. Na hapo ndo unakuwa mwisho wa episode 5. Tukutane episode 6 ili tuendelee Tiwa aliendelea kudata mpaka mumewe mtarajiwa alivyokuja. Wanaendelea kuongea huku, lakini yeye akili yake iko mbali kinoma. Huyu jamaa anaitwa Remi. Remi akamwambia Tiwa kwamba baba anataka tuanze mafunzo ya ndoa mapema, kwa hiyo ningependa kujua ratiba zako ili tuweze kuhudhuria pamoja. Tiwa akaitikia tu. Mzee akacheka kishenzi. Hii hapa ni grind kipande cha 6. Kama ukoona kipande cha 5, basi click hicho kipop up kilichotokea upande wa kulia juu hapo, kitakupeleka kwenda kuona full recap. Huku upande wa pili Tare kamleta mama yake hii mitaa hapa. Unakumbuka uliniambia unalipenda hili duka na unatamani ulifungulia biashara? Basi mimi nimekulipia. Akampatia funguo. Umelipia duka lipi? Hili hapa, chukua funguo ufungue. Hili ni langu, kwa hiyo nifungue. Bi mkubwa akafungua bana. Duka limejaa vitu. Mama akamwaga baraka za kutosha. Mida usiku huku club, Edesiri kapagawa kinoma. Anapiga simu haziokotwi. Iko hivi, hapo alipo anadaiwa kodi na hela ya umeme. Mabwana zake wote simu hawaokoti. Akiwa anapambana pale, Tare anakuja na anamuuliza kama yuko sawa. Edesiri akasema ndiyo niko sawa. Sema nilikuwa nafuatilia tu masuala ya kufungua duka langu la fashion. Tare akasema umebarikiwa sana. Hatimaye unafungua duka lako la fashion. Hongera sana. Kama ndo ingekuwa mimi nafungua saluni yangu, ningekuwa natembea angani. Hongera sana mwaya. Asante, asante. Nuru shemeji yako kanisaidia sana. Kanipa kila ninachohitaji. Hiyo ni nzuri sana. Alafu mkumbushe aliniahidi perfume. Aniletee perfume yangu. Edesiri akasema ataongea naye. Tare akasema nilikuwa nafikiria nirudi shule. Edesiri akacheka sana. Kisha akasema Tare, najua wewe ukogo smart sana, lakini muda mwingine unaongea vitu kama vile sio mtu smart. Hemu angalia. Mimi nilisoma sana lakini hakuna kazi. Lakini hapa napata mara 5 ya ningekuwa nafanya kazi huko niliposomea. Mimi sijawahi kufikiria kuwa mkatikaji, na sifanyi kwa sababu ya maisha magumu. Ni kwa sababu ukatikaji huu unanipa kila ninachotaka. Wewe una familia na kutegemea. Kwanza unatengeneza shingapi kwa siku? Tare akasema naira 20,000 mpaka naira 50,000 kwa usiku mmoja. Na unajua hilo 50,000 sio hela nzuri, lakini hilo ni chaguo lako. Basi Edesiri akafanikiwa kumtoa Tare kwenye mawazo ya kurudi shule. Mida baadaye Tare akarudi ndani akalapozi. Ghafla ikaja nyama ina kilo kadhalika. Ikamwambia huu hapa mzigo wako. Ikampatia. Tare kufungua na kutana na simu iPhone, na kulikuwa na kimemo. Wakati anakisoma, hii nyama ikaleta umbea. Tare akamtimua pale. Nyama ilivyoondoka ikakutana na Edesiri. Ikampa taarifa kwamba Tare kanunuliwa iPhone na Chief Femi. Chief Femi yupi? Chief Femi wangu, nimeona jina lake kwenye kimemo alichomwandikia. Kwa hiyo kamnunulia iPhone. Edesiri akaondoka kwa hasira. Akaenda paka ofisini kwa Somto. Akachukua madawa kulevya akatia kifuani. Akaenda paka bafuni. Akawa anatia mdomoni kidogo kimoja kimoja ili apandishe steam mara 2 aweze kumteka Chief Femi. Baada hapo akaingia mzigoni. Akaanza kucheza na kibomba hapo kati. Sasa kwa kuwa alikuwa amekula madawa mengi sana, akaishia kuzima tu pale stejini. Akaja kuzinduka baadaye sana. Akawa na force kunyanyuka, wakawa wanamtuliza pale. Tare akasema mimi nakurudisha nyumbani iwe unataka utaki. Bana, kesho yake asubuhi Tare akawa anarudi nyumbani huko anaongea na simu. Ili anatupa jicho hivi, anamuona Joshua kambebelea juu kome. Hebu mshushe. Nimesema mshushe. Joshua akamshusha. Tulia basi. Kwa hiyo watu wasicheze na mdogo wako tena. Mimi sijali kuhusu kucheza naye. Endapo nitakuona tena na mdogo wangu, nitakukata mkono wa chini. Umenielewa? Kisha akajichenga. Ili anaingia ndani, mlikuwa mnafanya nini huko nyuma? Sema mlikuwa mnafanya nini? Uncle Joshua aliniita. Alikuita kufanya nini? Alisema niende kuangalia dirisha lake limevunjika. Anasema mimi ndo nimelivunja wakati nacheza pale nje. Tare akapoa akasema, "Samahani kwa kukukaripia, lakini siku nyingine kama mvulana au mwanaume yoyote akikuita muende sehemu usiende peke yako. Unanielewa?" "Ndiyo nakuelewa." "Aya cheka sasa. Alafu unajua nimeleta nini leo?" Akazama kwenye mkoba akatoa iPhone yake ile. "Ishike basi uione. Sasa nakuachia hii yangu ya zamani." Kome akafurahi kishenzi. Huku upande wa pili, Tiwa akaenda kwa mumewe
mtarajiwa ili walau waanze kutengeneza ukaribu, maana hawajawahi hata kuwa na muda mwingi pamoja. Tiwa anasema sasa inakuwaje tunaelekea kuoana na sijawahi hata kufika kwako? Remi akasema basi sawa, ngoja nibadilishe nguo. Tiwa akataka kuingia, mchizi akamzuia, akasema nataka unisubiri hapa wakati nabadilisha. Kwa nini unataka kubadilisha? Mbona uko poa tu, hata hivyo hujanikombatia hata. Ile mchizi anamsogelea hivi ili amkombatie, Tiwa akamletea mdomo apate busu, jamaa akamzuia. Tiwa, uko sawa kweli? Nimesema subiri hapa wakati nabadilisha nguo. Huyu Remi ni mchungaji, ndio maana pigo zake mimi na wewe hatuzielewi. Haya bana, kesho yake asubuhi bi mkubwa akarudi nyumbani kutoka kanisani. Tare akamuuliza unatoka wapi? Kwenye mkesha wa ukombozi ambapo na wewe ulitakiwa kuwepo, lakini ukakataa kukesha. Ulitakiwa kumuona Mungu anavyotenda. Subiri, ina maana Kome kalala nyumbani peke yake? Tarela, sipendi jinsi unavyoongea na mimi. Alilala kwa mama Bisi. Kwa hiyo umemwacha mwanao miaka 8 kwa watu ili wewe uende kanisani? Uko serious kweli? Unajua sipendi jinsi unavyoongea na mimi. Biblia inasema mheshimu baba yako na mama yako. Una shida gani? Lakini wewe ndo shida yangu. Wewe hapo kila muda unaacha watoto wako kwenye majumba ya watu ili wewe upate nafasi ya kwenda kanisani. Hivi unajua nini kinaendelea unapokuwa haupo? Hivi hata unajua nini kinaendelea kwenye maisha ya Kome? Hujui. Hivyo ujuagi kwamba nilivyokuwa na miaka 13 nilinyanyaswa na kuteswa na hao majirani ambao unampeleka Kome sasa hivi. Alafu unarudia makosa yale yale. Sisi wanao ndio tunateseka. Unafanya makosa yale yale na kwa Kome pia. Lini utajifunza bi mkubwa? Tarela, kanisa sio kitu pekee ambacho ni muhimu, na ipo siku utaamka na utagundua kwamba kanisa ndo kitu pekee ulichobaki nacho. Tarela, niache. Akaondoka pale ndani. Bi mkubwa akabaki kinyonge sana. Mida ya usiku, Tare akakutana na Tiwa. Tiwa ndo akampa taarifa rasmi shoga yake kwamba anakwenda kuolewa. Unaolewa na nani? Kobi. Yaani bora isiwe Kobi. Subiri. Uko serious? Mbona upo kama umepokea taarifa za msiba? Ni nani huyo anayekuoa? Tiwa analalamika tu, anasema mimi nitaka kumwambia mzee wangu kwamba sitaki kufanya gospel, nataka kufanya magoma ya kidunia. Akaja na hili jipya la kuolewa. Unajua ni ngumu sana kuwa mtoto wa mchungaji, maisha yako ni kupangiwa tu kila kitu. Mimi sitaki kuolewa na mchungaji bana. Tare akasema basi usiolewe kama utaki. Bado hujanielewa, mzee wangu ananipangia maisha toka nazaliwa. Tare akasema huwezi kuolewa na mtu ambaye humpendi. Mwisho wa siku ni wewe na huyo mtu, sio baba yako tena. We mpange tu mzee wako. Haya bana, sasa kuna pati ambayo Edesiri na kina Halima waliiandaa na wakaelewana kwamba itakuwa ni ya wanawake tu. Ile wanaingia hivi, Tare akamuona Wole na washikaji wengine, akawa anamuuliza Edesiri kwamba tulielewana tutakuwa sisi tu, hiki nini sasa? Akageuka akajichenga. Wole akanyanyuka chapchapu akamfuata, akamfikia akamtuliza. Tarela, kwa nini umechukia hivi? Mbona nakumbuka mara ya mwisho tuliagana vizuri tu. Nachukia kufuatiliwa. Kama unataka kuniona mimi, niombe tukutane, usiniwinde. Sikia, mimi nilikuwa hata sijui kama utakuja. Kobe alinipigia simu akaniambia tukutane hapa. Ni hivyo tu na hapa. Sema nimekuwa na kufikiria sana siku hizi. Nashindwa kukutoa akilini. Wewe una girlfriend? Sio girlfriend, ni mchumba kabisa. Sasa una mchumba, mfikirie yeye sio mimi. Unataka nini kutoka kwangu? Nataka kukutoa kifuani mwangu. Sasa mimi siwezi kukusaidia hilo. Ndiyo unaweza. Wewe usikii mvutano kati yetu. Kwani unataka kunitoa kichwani mwako pia? Najua unachotaka. Ngono haitasaidia chochote. Itaongeza matamanio tu. Nisikilize. Ngono itanisaidia kukutoa wewe kifuani. Alafu kila mtu ataendelea na mambo yake. Unaongea kama vile ni issue nyepesi sana. Sio lazima unipe jibu sasa hivi. Wewe fikiria kwanza. Lakini kwa usiku huu usiondoke. Twende tukacheze. Tare akakubali. Wewe unaweza kunipa namba yako? Nitakupa ndani. Wakavutana ndani taratibu, wakaenda zao kupati. Baada hapo tunaoneshwa jamaa akamua. Kumbe ni mawazo tu. Tare naye siku nyingi hajakitupa, kwa hiyo kuna uzito fulani kaubeba. Akaona sio kesi, mara moja tu sio mbaya. Akashika simu akamtumia meseji mchizi. Kweli bana, akaenda paka kwa Wole. Jamaa akafungua mlango akamkaribisha mpaka ndani. Likapigwa busu fulani la kueleta katikati. Akamshusha mpaka chini, mikuno tu. Ushagaona mtu anakuna blaza? Huyu mchizi anakuna. Huyu mchizi alikuwa anakuna kumaliza. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa episode 6. Tukutane episode 7 ili tuone nini kinaendelea. Bana, mchizi alijipakulia minyama sana hii mida. Mikono ilizingatiwa vizuri kabisa. Hii hapa ni grind kipande cha 7. Kama ukoona kipande cha 6, basi click hicho kipop up kilichotokea upande wa kulia juu hapo. Kitakupeleka kwenda kuona full recap. Haya bana, Remi na Tiwa wakaanza mafunzo ya ndoa kanisani. Ndoa ni agano la muda mrefu. Lazima nyote muwe tayari. Tupo tayari kwa ndoa mchungaji. Muda huo Tiwa anasikiliza tu. Mchungaji akauliza, "Mmejuana kwa muda gani?" Remi akasema, "Nimejuana na Tiwa toka nihamie ili kanisa hapa, ambapo ni miaka 8 iliyopita. Lakini mimi na yeye tumekuwa karibu kwa mwaka sasa." Mchungaji akauliza tena, "Mmekuwa wachumba kwa muda gani?" Remi na Tiwa wakaingiliana kujibu. Tiwa akasema miezi 6, mchizi akasema mwaka. Kiukweli ni mwaka mzima. Na tulijua kabisa tutakuja kuoana tu. Mchungaji akauliza, "Kwa nini mmeamua kuoana?" Remi anasema, "Mungu alinifunulia na kunionyesha kwamba Tiwa ni mke wangu.
wangu, ni mwanamke mzuri sana, anatembea kwenye njia za Mungu. Maswali yote anajibu Remi. Tiwa anakazia tu kama anaweka back vocal. Mambo mengi yanaendelea kichwani mwake. Haya bana, huku upande wa pili Tare yuko busy anarekebisha wigi. Mara simu yake inaita, namba ngeni, anaokota. Jamaa upande wa pili anajitambulisha, kumbe ni Andre, yule jamaa alomnunulia kinywaji club. Tare akamkumbuka bana, akasema lakini sikumbuki kama nilikupa namba yangu. Jamaa akasema mimi ni mfanyabiashara, najuana na watu. Tare akasema kwa hiyo namba yangu umeomba kwa watu sio? Mhalifu mkubwa wewe. Jamaa akasema mimi ni mhalifu kwako tu, na ndo maana nakupenda. Wewe unapenda mwili wangu tu. Yeah, ndiyo napenda mwili wako. Natamani mwili wako ungekuwa karibu na mimi kitandani hapa. Tare akasema mimi sina muda na wavulana wenye drama. Jamaa likajibu safi, kwa sababu mimi sio mvulana na sina drama kabisa, na nakupenda sana hivyo tu, lakini haunijui vizuri. Hilo ni kweli, ndo maana nakuomba twende date tukajuane vizuri. Hemfikiria kuhusu hilo. Tare akasema sawa. Wakaagana pale, akakata simu. Huku upande wa pili club, Halima anachekelea kishenzi. Edesili anamuuliza unafurahia nini wewe? Halima anasema kapata bwana wa kwenda naye out kesho. Halima, bwana gani huyo? Nimekutana naye Instagram, ni bonge la handsome, hemu muone. Edesiri akamwambia kuwa tu makini. Halima anafurahi kishenzi. Huku upande wa pili Tiwa ikabidi aende kumkataa producer. Producer akawa analalamika kishenzi, sasa tulikuwa tunafanya upumbavu gani muda wote? Tiwa anasema sijawahi kukudanganya hata siku moja, wewe ulikuwa best friend wangu tu. Tulia, unajua najaribu sana kukuelewa lakini sikuelewi, unanivuruga kishenzi. Wewe tulikuwa tunapigana mabusu, tunakunjuana mikono kadhalika, tunafanya vitu ambavyo watu waliopo kwenye mahusiano waga wanafanya, alafu unakuja kuniambia eti umechumbiwa. Huu ni upumbavu gani? Tiwa anasema mimi sikuombi samahani na ninakuelewa una hasira sasa hivi, lakini mbona wapo marafiki ambao wanakunjuana? Tiwa yeye anakomalia kwamba hawakuwa kwenye mahusiano, akanyanyuka akasepa. Huku club Kelechi kaja kukutana na Tare. Tare akasogea pale. Jamaa akasema nimekuja kuomba msamaha, samahani sana kwa kukupandishia hasira, nilichukia tu kwa sababu unanificha mambo mengi na nilisema maneno makali ambayo sikutakiwa kukutamkia, samahani sana. Tare akasema Kelechi, kila muda wewe ni mtu wa ugomvi, inakata sana hiyo, sio sawa kabisa. Oh baby, kapo zote huwa zinagombana, ni kama njia tu, hiyo njia mimi siipendi kabisa. Mimi naona tupumzishane tu, kila mtu aendelee na mambo yake. Kwa hiyo ushapata mwingine? Hapana bado. Unamaanisha nini kusema hapana? Nijibu vizuri, ushapata mwingine? Tare akasema nilikunjuana na mtu lakini haimaanishi kitu, alafu kizingatia tulikuwa tushaachana. Mlikutana wapi? Ni hapa. Ni hawa vijana wakishua mnaokutana hapa? Ni kwa sababu ya maokoto? Wana wanakulipa shingapi mpaka unakubali wa kuingilie? Leo ndo nimejua kweli wewe ni gold digger. Tare akasema sisi wote ni magold digger Kelechi, wewe, mimi, kila mtu unayemjua. Kwa nini tunafanya kazi sana? Ili tuishi maisha mazuri, kuwa watu fulani. Wewe kusema mimi niache kazi yangu inafanya wewe uonekane ni mnafiki. Mchizi akanyanyuka, akageuka, akajichenga. Tare akageuka akamuita bartender ampatie shoti moja kama kahawa. Huku Halima kaenda mgahawa ambao alielewana atakutana na ule bwana wake wa Instagram. Baada ya kusubiri kwa muda akaingia Mwamba, akakaa pembeni yake. Hii city ina mtu, ni mimi mpenzi. Yesu Kristo, siwezi kuvaa vizuri hivi, nimepiga makeup, nimeacha kazi zangu kwa ajili ya kibwengo kama wewe. Hemu msikia Halima anavyolalamika. I can't make up and dress like this. Skip my work just for this. Baby. Jesus. Akabeba mkoba wake akajichenga. Sasa kama nilivyosema mwanzo kwamba Wole yule mchizi alokuna kumaliza ana mchumba wake ambaye kamchumbia tayari. Leo hii kaja naye hapa club, wakawa wanaenjoy kuangalia wakatikaji. Muda huo Halima yuko stejini anakitupa pale, mapedeje wanamwaga maokoto tu. Sasa kabla Halima hajashuka akaanza kulipaka bomba utelezi ili anayefuata akishika hapo ateleze, kisha akashuka. Baada ya Halima kushuka akapanda Tare, akawa anaua pale kati, akataka apige za juu juu, akashika ule utelezi akaanguka. Mapedejeo akawa wanampa pole. Tare akachukua tishu akaanza kufuta bomba zima, akaendelea kuwaleta katikati. Mchumba wake Wole akampenda sana Tare, akapenda vibe lake yani, akapewa maokoto kadhalika, akaenda paka pale mbele akawa anamwagia. Baada hapo akarudi kukaa. Tare naye akamaliza akashuka. Akamkuta Halima chumba cha kubadilishia. Akamnyofua wigi akaanza kumchapa nalo. Akamnyonga shingo mikwara mingi kisha akajichenga. Akarudi mpaka kwa mapedeje huku. Demu wake Wole akaomba sana Tare ampe lap dance. Kobe akaingilia akasema, hawezi kukupa lap dance. Huyu ni queen wa mastripper wote humu ndani." Akawa kama anatupa kejeli hivi. Tare akaona akubali sababu ni mwanamke mwenzake na pia aweze kumshushua Kobe. Kweli bana, Tare akaanza kukitupa pale. Maokoto yanamwagwa tu. Shagaona mikatiko
mzee, hii hapa sasa mikatiko ya kusugua. Sasa wakati tayari anaendelea kukatika pale, Kobe akaona kitu mkononi mwake, akamshika mkono kwa nguvu. Nini wewe, hem niachie mkono wangu. Kobe akasema unajiona piskali, kumbe ni mwizi tu. Watu wakaanza kumtuliza Kobe pale. Kobe akasema huyu kahaba akaniibia bracelet yangu. Sasa iko hivi, yale macheni cheni na mabracelet ambayo Edesiri alimpatia Tare kipindi alivyoenda kwao kwenye birthday ya Kome, kumbe alikuwa ya wizi bana. Aliaiba kwa Kobe ili aje amchafue shoga yake. Ikawa kelele sana pale ndani. Sasa mtiti ukawa mzito mpaka Somto akaingilia kati. Tare akiulizwa anasema hiyo bracelet kapewa na Edesiri. Ikabidi Edesiri apigiwe simu aje. Haikuchukua muda, Edesiri akafika. Akauliza nini kinaendelea hapa? Somto akamwambia Tare anasema ulimpa bracelet ambayo iliibiwa kwa Kobe. Mimi hapana, sikumpa bracelet yoyote. Edesiri akamkataa shoga yake kweupe. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa episode 7. Tukutane episode 8. Edesiri aliruka futi 10,000. Mimi hapana, sikumpa bracelet yoyote. Edesiri sema ukweli, ulinipa bracelet. Mimi sikukupa bracelet yoyote. Sikumpa bracelet yoyote jamani. Lakini Tarela, si uliniambia umeinunua hiyo? So mtu akamwambia Kobe kwamba basi atarudisha bracelet na kila kitu ambacho umeibiwa. Kobe akasema sikia, kaniibia lighter, necklace, saa na dola 500. Sikuiba chochote kwako. Kitu pekee nilichoondoka nacho ni zile zawadi tu mlizotupa. Sasa umepataje hivyo vitu ulivyovivaa hapo? So mtu akamwambia Kobe kwamba samahani kwa kila kitu kilichotokea. Tarela, rudisha bracelet na kila kitu ulichoiba. Tare akaanza kuvua pale. So mtu akaendelea kusema kwamba mimi siwezi kufanya zaidi ya ninachokifanya sasa hivi hapa, kwa sababu ili tukio la wizi halijatukia ndani ya klabu yangu. Ila kama unataka kuwahusisha polisi, lazima niwahusishe polisi. Hamtaamini. Mchizi mawenge huyo. Tare akasema wole, mimi sijachukua chochote. Wole akawa anajaribu kuongea na Kobe, lakini Kobe kawaka vibaya, anasema anaenda polisi. Akaondoka kwa hasira pale. Kidem chake Wole kikamvuta waondoke. Wole naye akashindwa kubaki, ikabidi amfuate tu. So mtu akamwambia Tare kwamba usio unaleta fujo kwenye klabu yangu, umenielewa? Tare kwa majonzi sana akajibu ndio. Haya ondoka. Tare akaondoka pale. So mtu akamgeukia Edesiri akasema sijaelewa kidogo hapo, mlienda kwenye party ambayo wateja wangu wameandaa alafu amkutoa share za club. Edesiri akasema samahani sana, taarifa ilitoka ghafla tu na ilikuwa noma sana. Akamsogelea mchizi akampiga busu fulani la kualeta katikati. Baada hapo Edesiri akakutana na Tare. Tare anasema Edesiri, una matatizo gani? Ulinipa mwenyewe bracelet lakini umekataa kabisa. Shh, punguza sauti. Kwa nini punguza sauti? Mimi ndo nimeitwa mwizi, sio wewe. Haya sawa, samahani sasa. Sikukubali kwa sababu sikutaka kwenda jela. Kwa hiyo mimi ndo nafaa kwenda jela kwa kosa ambalo sijafanya kabisa. Tulia, wendi jela bana. Wale anakupenda, kwa hiyo tulia tu. Yaani nitulie. Hivi unajisikia wewe? Edesiri, kama nitapata matatizo yoyote tutaenda pamoja. Sijui unanielewa? Mbuzi wewe. Kisha akajichenga. Akaenda paka changing room. Kakaa kinyonge sana. Punde akaja Tiwa. Akamuuliza kama yuko sawa. Nitakuwaje sawa? Hakuna anayeniamini kama Edesiri alinipa bracelet. Kila mtu anafikiri mimi ni mwizi. Mimi sidhani kama wewe ni mwizi. Wote wanafikiri hivyo lakini sio mimi. Mimi najua hujaiba hivyo vitu. Wakiwa pale anakuja Halima anacheka kishenzi. Hivi tungejuaje kama tunaishi na jizi humu ndani? Halima, nyamaza. Huyu naye au mliiba wote? Mwizi ni mwizi tu. Halima akaendelea kumchokonoa Tare, anamwaga vicheko vya kukera kinoma. Tare anajaa sumu vibaya. Wakalitimua, mwisho likasepa. Baada ya mihangaiko Tare akarudi nyumbani. Akakaa kwenye kochi analia tu. Mpaka bi mkubwa akashtuka toka usingizini. Akawa anamuuliza mwanae, kwa nini unalia? Ongea na mimi mwanangu. Kwa nini unalia? Tarela ndo kama anachochewa tu. Bana, kesho yake asubuhi kwa upande wa pili demu wake Wole, samahani sikukupa jina lake, anaitwa Lola, anatupa macho nje. Wole akakurupuka akamuuliza, "Kwa nini umeamka mapema sana?" Nipo nafikiria." "Unafikiria kuhusu nini?" "Kuhusu wewe na yule mkatikaji. Najua kuna mengi umepitia huko nyuma na mimi sitaki kuyajua. Lakini kwa chochote kinachoendelea kati yako wewe na yule mkatikaji, unatakiwa kusitisha sasa hivi." Sikiliza Lola, mimi sielewi hata unaongea nini. Wole, upo serious kweli? Tafadhali usinidanganye. Mimi sio mjinga. Maliza kila kitu na huyo mwanamke. Jamali kaitikia tu afu likamngonga kwa nyuma. Huku upande wa pili Edesiri kaamka na Chief. Kwa hiyo duka lako la fashion linaendaje? Liko sawa. Bado unahitaji pesa kwa ajili ya kuongezea vitu dukani. Na wewe hata bado hujanipa hela. Chief akasema, "Vipi kama nikikupa mara 2 ya nilivyokuahidi?" Chief, kweli hiyo itakuwa bomba sana, lakini nahitaji threesome kwa mara nyingine. Hii threesome maana yake ni kwamba watoto wa kike wanakuwa wawili, afu Chief anakuwa na chovya popote. Yaani ni dhambi tu. Chief bana, unataka sasa hivi au naweza mpigia msichana mwingine akaja kikanuka hapa? Chief akasema, "Namtaka Tarela." "Tarela?
Ndiyo Tarela, rafiki yako yule anayekitupaga sana na kibomba pale kati, umlete hapa alafu tupige threesome, mimi nitakupa maokoto dabu nilivyokuahidi. Edesiri akawa nafikiria sana afanyeje, maana Tare kamvuruga sio poa. Mwisho akasema usijali chifu, hiyo haina shida. Haya bana, mida baadaye jua lilivyochangamka, Tare akaenda kwa Wole. Kwa nini ukusema kitu jana? Kwa nini ukunitetea? Hey, tulia kwanza. Usiniambie nitulie. Unajua kabisa tulikuwa wote ule usiku. Kwa namna yote mimi sikuiba hiyo bracelet, lakini ukusema kitu kakaa kimya. Sasa hivi kila mtu ananiona mimi mwizi. Nisikilize. Sikuwa na uwezo wa kusema lolote. Mchumba wangu alikuwa pale. Unatakiwa unielewe tu. Kwa hiyo uliona bora mimi niende jela kuliko mchumba wako ajue ukweli kuhusu mimi na wewe, si ndio? Hakuna anayekwenda jela. Kobe hawezi kufungua mashtaka. Wewe umejuaje hayo? Kobe ananichukia. Mimi nitaongea naye, ni mshikaji wangu, lazima atanisikiliza tu. Utaongea naye. Kwa hiyo kumbe bado hujaongea naye. Sijui hata kwa nini nilikuja hapa. Tare akasepa. Tiwa akiwa kala pause hapa, inaingia message ya Kobe. Jamaa anamuomba kesho asubuhi aende kwake. Hapo hapo inaingia message ya Remi, mume mtarajiwa. Anamkumbusha tu kwamba kesho saa 11 asubuhi wanatakiwa kuhudhuria kisomo cha ndoa kanisani. Ikabidi Tiwa aombe ruhusa kwa Somto kwamba kesho hataweza kuja. Jamaa akauliza sasa nani atakushikia kijiti chako? Tarela atanishikia. Jamaa akamruhusu tu. Haya bana, mida baadaye Tare anafanya mazoezi na kibomba. Edesiri akaja akasema, Tare usinikasirikie bana. Samahani kwa yaliyotokea, najua nimezingua. Samahani haisaidii chochote, au samahani yako itasafisha jina langu? Sawa. Vipi kama nikikwambia nina njia ya kulipa makosa yangu yote kwako? Nikupe njia ya kutengeneza pesa nyingi, pesa ambayo itakutosha kuacha kazi hapa. Pesa ambayo utahamisha familia yako kwenye nyumba nzuri, kila kitu unachotaka yani. Tare akakaza. Edesiri akaendelea, Tare, chifu atatupa pesa nyingi sana. Atupe kwa kazi gani? Kwa kumpa threesome. Hivi una akili wewe? Na kuuliza una akili wewe? Eti chifu atatupa pesa kwa threesome. Kwa hiyo mlikuwa mnanipangia na mimi humo. Unafikiri mimi sina akili? Nenda kamwambie huyo mzee mimi nimegoma. Umenielewa? Nyie wote wajinga tu. Tare unaongea na mimi kidharau hivyo? Anaongea na mzimu wako. Baada ya kila kitu nilichokufanyia toka kipindi kile unaniomba buku 5 ulikuwa nani weka puku? Edesiri, mimi nakubali. Nilikuwa nakuomba sana buku 5, lakini kwa hiki kipindi nimefanya mengi sana kukulipa wewe. Kwa hiyo nenda kwa huyo mzee kamwambie. Tarela akasema hivi, siku nikiamua kufanya ngono kwa ajili ya pesa, nitapanga mimi mwenyewe. Mbuzi wewe. Tarela nakuchukia sana. Kwa siku kadhaa zilizopita, hilo swala limejidhihirisha vizuri kabisa kwamba hunipendi. Edesiri akaondoka pale. Mida baadaye Nuru akaja hapa club, akakutana na Edesiri. Mabusu kadha wa kadha akawa anapigwa. Huyu Nuru ndo bwana yake Edesiri sasa. Haya bana, kesho yake huku Remi na Tiwa wanatoka kanisani. Remi anasema, yani leo tumesifu sana mpaka Roho Mtakatifu akanishukia. Remi anakomaa kuhubiri, muda huo akili ya Tiwa haipo hapo. Tiwa akasema, hivi kwa nini unaharakisha sana swala la kunioa? Mwanzo ulikuwa unasema unataka vitu viende taratibu. Naharakisha sababu nimeona hakuna haja ya kusubiri. Kwa nini nisioe mwanamke ambaye nampenda, nianze naye familia? Hasa nibaki nasubiri nini? Hata hivyo nimechoka kukaa mbali na wewe. Tiwa akashtuka. Yani nakuona Jumapili tu. Kila nikipambana kukuona na kuona Jumapili tu, na kwenye masomo ya ndoa kama hivi. Mimi niko bize. Uko bize sana na mimi sipendi hivyo. Ndio maana nataka nikuoe mapema ili tuwe pamoja muda wote. Sehemu salama. Tiwa kutaka kuendelea kumsikiliza mchizi, akamuaga akasepa. Akiwa nyumbani mida fulani ya usiku, anawaza kishenzi mpaka kichwa kinapagawa. Haelewi afanye nini. Usiku ukapita amelala kwenye kochi. Kesho yake asubuhi mzee wake akamkuta hapo. Akaanza kumsifia kwenye masuala ya kikanisa, anaongoza vizuri sana kwenye kuabudu. Baada ya mzee kusema hayo, akanyanyuka akaenda zake ndani. Mara Tiwa anapokea meseji kutoka kwa Kobi. Muda gani unakuja ise? Njoo bana. Kwa nini ujibu meseji zangu chapchap kijana handsome kama mimi? Tiwa haelewi hata ajibu nini. Maana akabananishwa kishenzi. Huku upande wa pili bi mkubwa anaanika nguo. Tare akatoka anaenda zake harakati. Sasa ile anatoka hivi, kuna mdada anaingia pale nyumbani. Kumbe ni Edesiri. Akamsalimia bi mkubwa pale. Bi mkubwa akasema, lakini shoga yako kaondoka muda so mrefu. Mmepishana naye tu hapo aise. Mama, siko hapa kuonana na Tarela. Nimekuja kuonana na wewe. Na imani hakuna tatizo. Hakuna tatizo kabisa. Twende tu ndani tukaongee. Kweli bana, wakanyosha ndani. Kipande kinachofuata tunamuona bi mkubwa amefika mpaka klabu huku. Kashika Biblia, anamshuhudia mwanae yuko uchi na katika na kibomba hapo kati. Tarela naye kutupa jicho bi mkubwa huyu hapa. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa episode 8, tukutane episode 9. Bi mkubwa akarudi nyumbani akawa na sali kinyama. Mungu muokoe mwanangu. Kwa yote alomloga mwanangu afe kwa moto. Hapo hapo akaingia Tare. Mama akanyanyuka, sikia we mtoto, hakuna kurudi huko. Siwezi kuruhusu ufanye kazi za kishetani. Tare akasema, kila kitu unachofanya ni kwa sababu yetu sote. Unafanya nini kwa ajili yetu? Giza na mwanga havichangamani. Mungu ondoa hii aibu mlangoni kwangu. Tare akulaza damu akamfuata Edesiri mpaka kwake. Akamwashia
umechochea moto sana pale. Nilijua wewe ni rafiki, kumbe ni nyoka tu. Muko, mimi mwenyewe nilijua wewe ni rafiki yangu. Nilikusaidia nikakukatia kipande cha keki. Haya, ukafanya nini? Ukachukua bekari nzima. Wakatoleana maneno ya shombo sana pale, kidogo wapigane. Tare akajituliza tu. Mida asubuhi Tare kalala, maana kakesha usiku mzima. Mama anaingia na mkurupua. Tare kutupa jicho, anaona mama kaja na mchungaji mule ndani. Mama yako kanipa taarifa za kushtusha sana. Mimi nakujua tabia yako, ni msichana mzuri. Huwezi kuwa unafanya dhambi nzito kama hizi. Tare akakwapua mkoba wake, akaondoka pale ndani. Mama Amini analia tu. Huku Remi na Tiwa wametoka kwenye mafunzo ya ndoa. Nje wanakutana na baba yake Tiwa na kale kazee ka kanisa. Remi akawasalimia pale kisha akaaga akaondoka. Tiwa akabaki na hao wazee. Wakawa wanaongea masuala ya kikanisa tu hapa. Mzee naye kuchukua muda, mchungaji Naomi akamkwapua wakaondoka. Kakabaki aka kazee sasa. Kakaanza mambo yake tena. Tiwa akamchimba mikwala, unajua bado ninayo video yako. Nitaivujisha. Tiwa, wewe vujisha. Mke wangu atakasirika tu lakini hawezi kuniacha. Nitamkatia maokoto kadhalika. Kila kitu kitakwisha. Tulia baby. Unataka nini? Vizuri. Nataka unipe shimo usiku mzima. Tiwa akaona huu ni mkosi, akaondoka eneo la tukio. Akaenda paka ofisini kwa mzee wake. Baada ya kufikiria sana, akaona amwambie tu ukweli mzee wake kwamba hawezi kuolewa na Remi. Mzee akauliza kwa nini sasa? Tiwa akasema ni kwa sababu simpendi. Mzee akasema upendo ni chaguo, utajifunza tu kumpenda. Tiwa akagoma kabisa. Mzee akasema kwani shida nini? Umesoma na yeye kasoma, wote nyinyi ni Wakristo, shida ni nini? Tiwa anasema tu hawezi olewa na Remi, anataka uhuru wake, hawezi kufanya mziki na sio mziki wa gospel. Mzee akasema huwezi kuimba magoma ya kishetani, utaolewa na Remi na utaimba gospel pekee. Tiwa akanyanyuka kwa hasira akasepa. Ile anafika nje anapokea simu ya producer, jamaa anamuomba msamaha. Kabla hatajamaliza kuomba msamaha, Tiwa akasema aya anakuja. Kweli bana, akafika mpaka kwa mchizi. Jamaa akawa anamwambia hata hivyo huoni kama wewe bado ni mdogo sana kuolewa? Tiwa akampa mkando unavyokwenda. Anasema yani mpaka sasa hivi sielewi itakuwaje, japo nimeshamwambia mzee kwamba mimi sitaki kuolewa na Remi. Huku upande wa pili Kelechi kamfuata Tare, amletea na chakula kabisa, anaomba msamaha warudiane. Tare akasema tuliachana kwa sababu ni bora tu kila mtu aendelee na mambo yake. Mchizi akatupa kamba za kila aina. Tare akamkataa kweupe, akageuka akarudi zake ndani kukitupa. Huku kwa producer Tiwa akakaa muda mrefu kinoma. Ghafla mlango unagongwa. Tiwa akaenda kucheki. Ile anarudi na polisi. Tiwa akamshtua mchizi. Ile mchizi anageuka hivi, polisi hawa hapa. Wakasema Mr. Producer, upo chini ya ulinzi kwa kosa la kupata pesa kwa njia za kitapeli. Huku club mida ya usiku, Tare anajaribu kumpigia simu Tiwa lakini hampati. So mtu akatokea pale na akamwambia Tare kwamba ninahitaji sana msaada wako. Nina nasafiri kwa siku kadhaa. Kwa hiyo nakuhitaji unishikie kijiti changu mpaka nitakaporudi. Tare akafurahi sana. Huku upande wa pili mzee akapewa taarifa mpaka akafika kituo cha polisi. Akawa anamlalamikia Tiwa pale. Yaani siamini mwanangu mimi amekamatwa na matapeli wa mitandaoni. Baba, mimi sikujua kama ni tapeli. Kwani wewe kijana ni nani? Na ulikuwa unafanya nini nyumbani kwake? Ni rafiki yangu tu. Tulikuwa tunarekodi magoma. Kwanza umekataa kuolewa na Remi. Alafu umekuja na ili unazunguka na wahalifu alafu mnaimba magoma ya kishetani. Mwisho mzee akasema, "Mimi nakuacha ulale hapa walau usiku mmoja. Labda akili yako itakusogea. Nimekuhangaikia sana wewe." Tiwa amini kama mzee anamwacha. Kweli bana, mzee akaondoka. Kabla polisi hawajamrudisha lock up, akaomba sana mpigie simu mtu mwingine aje kumtoa. Baada ya muda Kobe akaja kumtoa. Tiwa akawa anamshukuru pale. Akamuomba aende kumtoa na producer pia. Jamali kakubali bana. Aya, nipe jina lake ni nani? Anaitwa Mide. Jamali karuka chap kwenda kumtoa. Baada ya muda akarudi naye. Producer akawa anamuomba sana msamaha Tiwa kwa kumuingiza kwenye majanga. Huku upande wa pili mzee alivyofika nyumbani alimpigia simu Remi. Alivyofika akaanza kumpa mkanda mzima. Remi akasema, "Sasa maamuzi yako ya kumwacha kituoni usiku mzima sio mazuri. Ni bora twende tukamtoe tu afu atuambie shida ni nini." Remi alifanya kazi kubwa sana kumshawishi mzee. Mwisho mzee akakubali, wakanyanyuka wakaenda paka kituoni. Ile kufika kituoni wanapewa taarifa kwamba Tiwa kashatolewa. Mzee akashangaa, katolewa? Nani kamtoa? Kuna kijana mmoja hivi kaja kumtoa. Wachungaji wakapagawa. Kijana kamtoa mwanangu. Huu naye kijana kamtoa mke wangu. Mwisho akaondoka tu. Haya bana, siku kadhaa mbele wale akamwalika Tare. Wakaenda na boti katikati ya maji. Mchizi akawa anamtongoza Tare. Anamtaka moja kwa moja sasa. Tare akashindwa kuchomoa. Maana mchizi alisisitiza kishenzi. Likapigwa busu fulani la kuwaleta katikati. Haya bana, Remi akapata nafasi ya kukutana na Tiwa. Mchizi akawa analalamika tu. Anamuuliza kuhusu kukataa kuolewa naye. Tiwa akasema ndio, sitaki kuolewa na wewe. Mbona tulielewana kabisa? Hapana, ukuelewana na mimi. Wewe unataka kunioa. Mimi sitaki kuolewa. Mchizi akaanza mahubiri, Tiwa akamuaga akasepa. Huku club Somto akaitisha kikao kuwaaga wafanyakazi wake wote. Na akasema kipindi ambacho nitakuwa sipo, Tarela atanishikia majukumu yangu yote. Watu makofi tu. Muda huo Edesiri amenuna kishenzi. Kwa hiyo fuateni tu maelekezo yake. Kwa shida yoyote ongeeni naye. Somto akafunga kikao, watu wakasambaa. Edesiri akamfuata Somto. Kwa nini umempa cheo Tarela? Ni mwizi. Anapigana na kila mtu humu club. Yaani hafai kabisa kwa biashara. Badala umfukuze, wewe umemwachia asimamie club ukiwa haupo. Au kwa sababu kitandana na waleta sana katikati. Mchizi akasema, "Mimi sina muda wa kuongelea huu ujinga. Ila kwa kuwa
ulikuwa unataka kujua? Ndiyo, ananisaidia sana kwenye mahesabu, kwa hiyo maisha yangu yanakuwa mepesi. Umeelewa sasa? Haya, rudi kazini. Chizi akanyanyuka akasepa. Baada ya muda, Nuru yule bwana wake Desiri akaja pale club. Tare akamuona hivyo akasogea mpaka pale, wakawa wanasalimiana na nini. Chizi akasema, nataka kumvisha pete ya uchumba shoga yako, nataka iwe surprise, yani asijue. Haikuchukua muda, Desiri akafika pale, akakaa upande wa pili. Tare akaona huu ndo muda sasa, akaanza kutoboa siri za Desiri pale. Hivi Nuru, unajua kama mtu unayetaka kumuoa analala na kila mwanaume anayeingia humu club? Tarela, nyamaza. Baby, achana naye huyo, anaongea uongo tu. Uongo Kwa hiyo hujawahi kulala na Chief Femi wewe? Hakukupa hela ya mtaji ya kufungua duka lako la fashion? Yani alimlipua so kitoto. Desiri haamini macho yake wala masikio yake. Mchizi ya kuongea kitu akanyanyuka akajichenga. Tare akawa amelipiza kisasi. Huku upande wa pili mzee akaamua kumfukuza Tiwa pale nyumbani. Anadai kashakuwa mtoto wa shetani, kutaka kufanya magoma ya kidunia, kukataa kuolewa na Remi, kwenda kituoni. Hayo matukio yote kwenye nyumba za wachungaji waga hayavumiliki. Ndio maana mzee akaamua tu kumchinjia mbali. Huku kwa mama yake Tare, mama mchungaji kamfuata kwa ajili ya mchango wa kununua kinanda. Bi mkubwa akasema, sio kwamba nimesahau, ila nilikuwa na kaela kangu kidogo, nataka niongeze vitu vya dukani. Mama mchungaji akasema, hivi unakumbuka yule mjane kwenye Biblia? Yule mjane hakuwa na chochote cha kula kesho yake, lakini alitoa chakula chake cha mwisho. Nini kilitokea? Mungu akambariki. Halafu hakubariki yeye peke yake, hakukosa chakula milele. Mama mchungaji alipiga sana neno hii mida. Bi mkubwa akaona atoe hela yake yote ya mauzo, akampatia mama mchungaji. Mama mchungaji akaanza kumwaga baraka pale. Noma sana. Mfumba macho ni kuombee. Kweli bana, klabu ikawa chini ya uangalizi wa Tare. Mida hiyo wanakula stori na Tiwa. Ghafla anaingia mdada mmoja hivi. Tare anauliza yule ni nani? Tiwa anasema huyo ni demu wake Somto, anaitwa Jennifer. Kaka yake ndo anayemiliki hii club. Tare akanyanyuka akamfuata. Pale hakupata chochote zaidi ya michambo tu. Alafu nasikia waga unalala na mabwana za watu wewe. Unaweza kweli kusimamia hii club? Nipishe huko. Jennifer ndo akakamatilia club akawa anaongoza yeye. Tare akitaka kuuliza kujua mambo yanavyokwenda, Jennifer anamtoa kwenye reli. Anadai anajua anachofanya, maana hii club ni ya kaka yake, yeye ni kama kahaba tu. Tare akawa hana namna zaidi ya kupisha tu. Sasa mida ya baadaye, Desiri akaingia ofisini kwa Somto na akaanza kukwapua mabunda, kwapua mengi sana, tia kwenye pochi. Baada ya siku kadhaa kupita, Somto akarudi mzigoni. Kupiga mahesabu hayaendi poa, ikabidi apige simu Tare aitwe. Tare akafika mpaka pale ofisini kwa vibe. Somto, safari yako ilikuwaje? Ilikuwa poa tu. Hivi ulihakikisha pesa kabla ya kuzileta ofisini? Tare akasema mimi sikuhakikisha, ila Jennifer alikuwa in charge humo. Alisema mimi nisihusike na chochote zaidi ya kuhakikisha klabu inapiga kazi poa. We, usimuingize Jennifer kwenye hili. Nilikuachia majukumu yote, nilikuamini kwa kila kitu mpaka maokoto. Sasa hivi unaniambia nini? Somto aliuasha sana moto pale ndani. Anadai imepotea $1.3 milioni. Tare majibu hana. Ikabidi atoke tu mule ndani ili akatafute njia. Akaenda paka changing room, mawazo kibao. Desiri akaja mule ndani. Hivi itakuwa ni nani mwingine kama sio wewe mwizi wetu? Desiri, wewe ndo umefanya hili? Hela za watu ziko wapi? Sasa nitakwambiaje? Mimi nimefanya hivyo ili nihakikishe unaozea jela wewe. Kakageuka ili kasepe. Tare akakavuta wigi, wakaanza kugombana mule ndani. Vuta ni kuvute, mwisho Desiri akaanguka akapiga kichwa chini akafa. Tare akapagawa, kijasho kinamtoka. Kutupa jicho mlangoni, Tiwa huyu hapa. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa hii season nzima, inaitwa Grind. By the way, mimi kwa upande wangu sijapenda ilivyoisha, kwa sababu imeisha imetuachia maswali mengi sana. Imeisha haijamaliza stori za watu wengi sana. Tiwa haieleweki anaelekea wapi au vipi? Yani hivyo mambo ni mengi sana ambayo tumeachiwa hewani. Lakini pia nimependa kwamba hapo katikati kulikuwa kuna vimbwanga vingi sana ambavyo ni noma, ni hatari, lakini wameshindwa kupiga finish kali. Wangepiga finish kali ingekuwa kibingwa sana. By the way, mimi nitaimisi sana, sijui kama wewe utaimisi pia, ila mimi nitaimisi kinoma kwa sababu ilikuwa ni season kali sana hapo katikati, mama yake Tiwa na nini, lakini wameshindwa kupiga finish kali. Niandikie maoni yako hapo chini na wewe nione umeonaje kwa upande wako. Jiunga na kupata Telegram ile unapata movie zetu kwa mwezi mzima kwa shilingi 5,000 tu. Tucheke kupitia namba ambazo zinapita hapo chini. Mimi hapa ni KO NKA Konka. Nifuate kwenye mitandao ya kijamii natumia @iskonka. Kama unavyoona mkono wako wa kushoto juu hapo. Hii hapa ni E7beat, subscribe na utano notification bell ili tuweze kukutana kwenye video nyingine. Bye.